siasa tu, watu wanafikiria tuende pale tupige mdomo. Wakati huo watu walikuwa wameuawa, watu wawili Meru, supermarket zimechomwa pale, wafanya biashara walikuwa wanakutana, na mimi nilikuwa naongea kila wakati na wale wazee wengine, na niko na marafiki wengi pande hiyo. Nikashauriwa na wengine wengi kwamba unajua, kwa sababu umekuja Meru siku zote, hii ilikuwa safari ya kipekee, tusifanye katika mazingira haya. Wacha tungojee kidogo, alafu kukitulia na bila tumeongea tutafanya hiyo safari. Na mshirika wako wa kisiasa Daktari Fred Matiang'i, Peter Munya, alielezea kwa nini ulifuta ziara yako katika kaunti ya Meru, na pia umefafanua zaidi. Na alizungumzia kuhusu wahuni ambao walipanga kuchafua ziara yako. Taarifa kutoka kwako zinadokeza nini kuhusu wahuni hawa? Nani ambaye alikuwa anapanga kutumia wahuni? Well, taarifa tuliona ni kwamba wengine hao wahuni walikuwa wamepangwa na labda viongozi wa serikali. Sababu yale mambo ambayo yanafanyika katika nchi yetu tukufu ya Kenya, na nazungumza hivi na nataka Wakenya wanielewe. Siwezi kuzungumza kwa msaha. Nilikuwa waziri wa usalama kwa miaka 5. Na kusema tu kweli bila kujipiga kifua ama kujipigia debe, marehemu waziri John Michuki na mimi are the most consequential ministers of security in independent Kenya. Tumekuwa katika hiyo idara ya usalama na tunaelewa usalama wa nchi. I can even say, naweza kukuambia saa hii, I understand government like the back of my hand. Mimi naelewa serikali kabisa. Kwa sababu nimekuwa huko miaka 3 tu iliyopita, na ninaelewa yale ambayo yanafanyika. Ninajua nguvu za serikali na uwezo wa serikali. Haya mambo tunaona hapa ya wauni wanapita hapa kupiga watu and so on. Huwezi kuniambia eti serikali haijui ni kitu gani kinafanyika. Serikali gani inaweza kusema haijui yale ambayo yanafanyika? Uwezo wa serikali, kila wakati tangu uhuru tumekuwa tukiambia watu serikali ina mkono mrefu, na serikali inaelewa kila kitu. Sasa mbona wakati huu mkono mrefu umeenda wapi? Mheshimiwa, Rais Ruto amesema hii kitu imechochewa na wanasiasa wa upinzani. Unajua, mbona serikali haiwakamati hao viongozi wa upinzani? Kwa sababu nikuulize hivi, nimesema mara kwa mara, viongozi wa serikali, wawe viongozi wa kitaifa ama viongozi wa idara za serikali, hawawezi kutoa malalamiko kama wananchi wa kawaida, because you cannot make allegations when you are government, kwa sababu hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kujua maneno yote ambayo yanatendeka kuliko serikali. Nataka niwape mfano mmoja. Wakati mmoja nilikuwa kwa serikali, I briefly acted as Minister for Lands. Some months tulikuwa na shida Kiumwili Murang'a. Murang'a, unajua yale ambayo yalikuwa yanatendeka wakati huko. Wakati kwa Kiumwili tumekuwa na county security team. Wananiambia hata wakati county security team, unajua waziri, hawa watu labda ni Mungiki, labda ni nani, tujiadhari. Nikamuuliza, unajua sisi tukiwa viongozi wa serikali hatuwezi kutishwa na waharibu. Kama kuna shida hapa, lazima sisi tuingie hapa tutatue hii shida, tuhakikishe kwamba tumemaliza mambo ya hii shamba and so on. Point I'm making is this, my friends. Na tuseme tu ukweli, hakuna mtu, hakuna kikundi, hakuna mtu binafsi ambaye ana uwezo kuliko uwezo wa serikali. Period. Serikali inaweza jua saa hii nikitoa pesa kwa akaunti moja nipeleke kwa akaunti hii, niende kulipa fulani wa fulani. Serikali ina Financial Reporting Center, iko na Central Bank Monitoring and Inspection Unit, wanaweza kujua ni nani ametoa pesa. Kama ukisema Kituru, wewe ndio umelipa watu. Sasa serikali ituambie, wewe pesa yako ndio hii, wewe ndio umelipa hawa watu, wewe ni kiongozi wa upinzani, hawa watu walipa ni fulani wa fulani wa kukamata. Na Daktari Matiang'i, umesema ulikuwa waziri wa usalama wa ndani na unaelewa serikali vizuri. Na bila shaka wanasema serikali na serikali. Na viongozi wa upinzani wakati mwingi hupata taarifa za intelijensia kama ulivyozipata hizo kuhusu wahuni ambao walipanga kuchafua maandamano, kuchafua ziara yako Meru. Taarifa hizi huwa zinafikiaje upinzani na taarifa za siri na za intelijensia? Ni kwa sababu unajua, na niseme hadharani hapa leo, na hakuna kitu ya kuficha hapa. Unajua, watumishi wa serikali katika wakati huu, muhula huu wa serikali, na hii mimi nasema labda ni siri na waibia viongozi wa kitaifa Kenya. Watumishi wa serikali wakati huu pia
wamechoka na mambo mengine. Na wengine wengi wanaonelea kwamba nchi haiendi sawa sawa. Wengine wengi hata wale wako kwa usalama hawakubaliani na mambo fulani ambayo yanafanywa. Wengine wengi nao pia wanaona mipango ingine inatengenezwa sio mipango mizuri kwa nchi. Haya mambo ndio mengine wengine wanakuja kutueleza wananchi wa kawaida na viongozi wa upinzani, kwa sababu hata wao hawakubaliani na yale mambo ambayo yanafanywa pale. Kwa sababu lazima tuelewe na tujue hivi, wale wafanyikazi wa serikali wengi na wao they are patriotic Kenyans, they love their country. Mambo mengine ikifanyika kama ikipangwa hata wao wakubaliani na hayo mambo ambayo yanapangwa. Na wao pia wanasikitika vile hiyo mambo inapangwa. Ndivyo wanakuja kutuambia, wakati mwingine wanasema tumeambiwa hivi ama tutaambiwa hivi. Wewe ongea na watu wengine hapa, hata wakubwa wa serikali wengine wanaweza kukuambia wakubaliani na mambo mengi ambayo yanafanywa. That is how we get our information. Kwa sababu kuna watu kwa serikali ambao nao pia wamechoka na yale yanafanywa, na wao wakubaliani na yale ambayo yanafanywa. Wengine pia ndio wanatushauri, wanatuambia unajua haya mambo vile yanaonekana sio mzuri, sababu nao pia ni wananchi wa Kenya, wanaona nchi yao haiendi mzuri. Mheshimiwa, waandamanaji wamekuwa wakisema wanataka kuingia katika ikulu. Serikali inasema hili ni jaribio la mapinduzi. Sijui utasemaje kuhusu hiyo? Unajua mimi nafikiri ni porojo tu, tuseme tu ukweli, kwa sababu watu wakisema wanataka kuingia kwa ikulu kwa mapinduzi ya serikali, unajua saa nyingine tunachukulia kiholela mambo ambayo ni ya muhimu sana. Mimi kusema ukweli siwezi kuzungumza. Tuliona wakiingia mpaka bunge. Mimi siwezi kusema eti kumekuwa na jaribio la serikali hivyo vile wanavyofikiria. Mimi nafikiria hii ni porojo tu ya kuzungumzwa. Unajua haya maneno tuseme tu ukweli, na fadhali ningewaomba nchi yetu mahali tuko wakati huu tuko na shida. Tuanzie hapo, tukubali tuko na shida. Na tuko na shida kwa sababu kuna mambo na masuala fulani ya uongozi ambayo haiendi sawa. Tunahitaji tutumie wakati wetu kujadiliana ama viongozi kusikiza wananchi yale maswali wanauliza na yale wanataka badala ya kufanya hii siasa. Hii mzunguko unaona inaendelea namna hii. Kwa sababu nimeona viongozi wetu wa kitaifa wengine wakiongea mambo ya ajabu sana. Sasa imekuwa tuko na shida, watu wanauliza maswali, kuna maandamano. Sasa imekuwa ni kuzingizia kabila moja katika Kenya, kusema ni kabila fulani ambayo inataka kuharibu serikali na mambo kama hayo. Na nimekuwa nikiwaeleza wenzangu, unajua haya maneno yote ni kuzingizia tu, ni kushindwa na uwajibikaji wa kazi. Na badala ya kuwajibika kwa kazi na kutekeleza mipango ya kazi na maendeleo na kufuta nchi pamoja, sasa imekuwa ni siasa ya kuzingizia kila wakati. Na nimewaeleza, na mkinipea nafasi nionyeshe wazi. Hawa viongozi wetu wamekaa tu wakifanya hii sarakazi zio na mwisho, kuimba tu kila wakati. Mwaka wa kwanza wimbo ulikuwa ni Rais Uhuru Kenyatta na serikali yake ndio waliharibu nini. Mwaka mzima hiyo ndio ilikuwa wimbo. Mwaka wa pili wimbo ilikuwa unajua ni Raila na Wajaluo na Azimio ndio wanafanya maandamano, ndio wanataka kuharibu serikali. Hata ikafika wakati mwingine hata rais mstaafu mwenyewe anatishwa. Mwaka wa tatu saa hii ni wimbo nao ni unajua ni Wakikuyu wanataka kuharibu serikali sijui nini. Labda mwaka ujao itakuwa wimbo mwingine ni Wakisii na Wakamba wameungana na Waluya wanataka kuharibu serikali. Tuache msunguko na hii sarakazi. Watu wafanye kazi ile ambao wamepewa wafanye, watoe huduma kwa wananchi. Wananchi hawana shida na mambo mengine, wanauliza maswali kama kawaida, na hiyo maswali inaulizwa na kila mtu. Haiulizwi na kabila moja, haiulizwi na kikundi moja, inaulizwa na kila mtu. Na upande wa upinzani unasema utasubiri mwaka 2027 kumwondoa Rais William Ruto mamlakani kupitia kura. Lakini wakati huo vijana wa Gen Z ambao wamekuwa wakifanya maandamano wanasema inawezekana Rais William Ruto aondolewe madarakani kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, wakiainisha baadhi ya vipengee katika katiba. Je, kwa mtazamo wako asubiri 2027 debeni ama mwamko huu wa Gen Z una nguvu ya kikatiba? Kwa maoni yangu mimi, kwa sababu tunataka stability kwa nchi yetu na security kwa nchi hii, and we will not have security or stability outside of the constitution. Tufuate katiba. Tumeamua kuwa tutakuwa nchi ya kidemokrasia, tufuate katiba vile iko. Chochote
tunahitaji kufanya kwa nchi hii, hata iwe ni mambo ya kubadilisha uongozi ama kufanya kitu chochote, tufanye kupitia kwa njia ya katiba. Kama kuna sehemu ya katiba ambayo inaruhusu watu kubadilisha viongozi mbele ya uchaguzi, hiyo ndio itafuatwa. Lakini kama hakuna sehemu ya uchaguzi ambayo sehemu ya katiba ambayo itatuwezesha kufanya maneno kama hayo, tufuate katiba. Kwa sababu, my friends, if we don't follow the constitution, it might work for you today, but what will happen to the country? Let's follow the law. Let's follow the constitution as it is. All of us, sisi wote, our hope for a stable and prosperous country is in living strictly under the law and following the law as it is right now. We can have differences of opinion, we can argue, we can have whatever challenges we have, but we must understand that our security and our future is in living by the law and following the constitution, because outside of it is anarchy. Okay. So whatever arguments we have or whatever challenges we have amongst ourselves, let's execute them and follow them strictly within the law, because you might think certain things happen and certain things favor you outside of the law. But that's like, riding a tiger. It can turn around and bite you. Let's follow the constitution. Naam, lakini wenye mtazamo huo wanasema katiba imewapa wananchi nguvu ya kuwakilishwa na viongozi mbalimbali, na rais anaweza ondolewa madarakani kupitia wale wawakilishi ama Wakenya ambao wamepewa nguvu na katiba. Yeah, but you see, the same constitution prescribes how a president can be removed, including a vote of no confidence. That can happen before 2027. And if that's why I'm saying, let's follow the law. If that is going to be, if it's changing leadership before the elections, the constitution provides for how that will be done. Okay. But it cannot be a willy-nilly decision. The people who want to sit in the bush and decide this is what's going to happen. I mean, the truth of the matter is this: the necessity of it is clear. The need for it is clear, and people are expressing themselves. Whichever means that is used to do this, I pray it be constitutional. Okay. Whether the change is happening now, yes, or it's happening in 2027. So, Mheshimiwa, tumekubaliana kuna shida hapa nchini. Kwa mtazamo wako, kutoka kwa hali ya sasa, what do you think should be done? Raila Odinga anasema kuwe na mazungumzo. Utazungumza na nani? Generation, I mean, like, utazungumza na nani? Kwa sababu unajua, Gatonye, why I'm laughing about this is that, I think we have to be very careful as a people, and we have to be very careful really as a nation. We are soon becoming, almost like a joke as a country, as it were. Na wananchi wenyewe waelewe, labda tuna nafasi ya kipekee wakati huu kujiuliza maswali na kujibu hayo maswali na kujipanga vizuri kama nchi, na kuhakikisha kwamba labda makosa tumefanya hapo mbeleni tumeyarekebisha wakati huu. Kwa sababu, na tafadhali, I hope you will give me time to explain this. Okay. Wakati wa kampeni za uchaguzi mwaka wa 2022, mimi nakumbuka mikutano mitatu kati ya mikutano mingi tulifanya wakati huo tulikuwa kwa serikali. Mkutano wa kwanza tumeitwa na viongozi wa kanisa Mount Kenya East hapa, nikaenda Murang'a. Nilikuwa na mwenzangu Waziri Joseph Musheru. Tukaenda pale, viongozi wa kanisa wakatuambia ni closed door, tufunge mlango tuongee kwa ukweli. Wakatuuliza maswali mengi kuhusu serikali, sisi vile tunaonelea nini. Hata wakati huo tukiwa kwa huo mkutano, kuna viongozi wengine wa kanisa waliniuliza kama nitawania kiti cha urais wakati huo. Mwishowe nikawaeleza kwamba, unajua, same position that I've taken, let's follow the law. Wakati huo wengine wakaniuliza, unajua, nyinyi mnaonekana kwa serikali mnaegemea upande wa Azimio. Uchaguzi ukiisha, mtakubali kuwe na mabadiliko ya amani ya uongozi kama kiongozi wa UDA atashinda uchaguzi. Nikawaeleza kabisa kwamba, unajua, sisi tunafanya kazi na tunafuata katiba vile ilivyo. We may be having inclinations, but we also have obligations. Hata jeshi watapiga kura wakati wa kura, lakini IBC kitangaza mshindi wa uchaguzi, they will salute the commander in chief, hata kama sio yeye walipigia kura. Sure. We are a constitutionally led country and we are very orderly. Tukaenda kwa mkutano wengine wa viongozi wa kanisa. Niliitwa na Bishop Ole Sabiti hapa Westlands. Nilikuwa na Attorney General Kuyo na wale wengine, IG, kila mtu. Hapo ndio nilisema haya mambo ambayo yamezungushwa kwa internet sana, kusema mnadanganywa.
Wazee wa kanisa pale wakaniuliza wao wenyewe, unajua tumeambiwa na wengine hii eti pesa itatengwa bilioni sijui ngapi ya bodaboda bilioni ngapi. Nikamwambia wazi, nielewe, huo ni uongo, unadanganywa. Hakuna maneno kama hayo. Mimi sidhani kama inaweza kufanywa hivyo. Kuna njia nyingi za kusaidia hawa wamama mboga, kusaidia hawa bodaboda. Mipango iko mingi ya kusaidia hawa, tukipanga uchumi kiplani, lakini hayo mnayoambiwa ni ya uongo. Hayawezi kutekelezwa hivyo vile mnaambiwa. Mwishowe tukawa na mkutano Naivasha, uliongozwa na Chief Justice. Majaji wote walikuwa huko, Supreme Court wengine tulikuwa hapo na kila mtu, mpaka DPP huku, Chebukati alikuwa kwa room. Nikaulizwa mambo ya pesa wakati wa uchaguzi. Nikaambiwa sasa, mbona pesa zinaonekana zinazunguka pesa nyingi wakati wa uchaguzi? Nikawaeleza hapo wazi kwamba unajua, nyinyi ni watu wakubwa, mmesoma na mnaelewa nchi. Haya mambo ambayo yanaendelea hapa, kuna pesa za uongo zinazunguka hapa, watu wanaongwa nini. These things are going to affect the outcome of the election, and if we are not very careful, we are going to take our country to the wrong direction. We may end up laundering almost up to 40% of occupants of elective offices, who are basically people not qualified to be in those places, lakini wameletwa hapa kupitia hongo. Sasa hii tukiongea na nyinyi, last year tumeorodheshwa, we were grey listed kama sisi ni nchi ya money laundering. Wiki 3 ama wiki 4 zilizopita EU imetuorodhesha pia, and we are the only country in the region now as a financial transactions insecure environment because of our financial systems. Nasema haya maneno kwa sababu because of what I want to tell you. My friends, we have a challenge in this country, and there is no future without truthfulness. Let's be very honest with one another and face the challenges of our country head on and address them as they're supposed to be addressed. This lying to each other, saying things that are essentially convenient and things that people want to hear is not going to solve our problems. The challenges we have in our country right now, half of them are as a result of leadership decisions, nothing else. It's not about money, it's not about anything. They're about leadership decisions that have been made that are not right. And lying to each other that we are now going to start having a conversation. Kitu, let me tell you, every Kenyan who's listening to me or watching me this morning has got 6 representatives. We are probably the most representative country democratically in this region. You have an MCA, uko na MP, uko na women rep, uko na governor, deputy governor, uko na president na deputy president, uko na senator. 6 levels of representation. Sasa hawa viongozi wote katika hizi ngazi zote hawachasikiza wananchi watatue matatizo. Tuanze tena mzunguko mwingine. Tulifanya Bomas 1, Bomas 2, Bomas 1, Bomas everything. And then we go look for another 200, 400 people wakulipo allowances, wakukaa Naivasha, kwenda Nakuru, kwenda Kisumu, kwenda Mombasa. Tunajifanya tunaokota views za wananchi. I mean, these things are there. The law is clear, the constitution is very clear. Why can't we get some work done? What the Gen Z are asking and what Kenyans are asking are straightforward questions. Do you need a council to resolve those issues? Wakati ilifanyika in 2024, sarakazi imepigwa hapo, ni kama kucheza kamari. Cabinet imebadilishwa sijui mara ngapi, mawaziri wengine around their 3rd assignment since the Gen Z demonstrations of 2024. So hiyo kamari inaendelea kuchezwa namna hiyo. Then tuanza another new kamari sasa ya mzunguko, tuzungumuze kitambo, tumefika tena another electoral cycle. Then tuanze tena wimbo ingine mpya and so on. And the problems are there. So mheshimiwa, iwapo Rais Ruto atakuita kwa mazungumzo ya kuokoa nchi, inamaanisha hutaenda? Atahitaji nini kutoka kwangu? What will he need from me? What will I tell him that he cannot hear from the people in the streets? What can I tell him that he is not hearing from the Gen Z? Unajua hiyo ndio zamani kujifanya. What's new? Wanaenda kusikiza nini? Look, let me give you an example. 2 weeks ago, we went to Kenyatta National Hospital to see people who had been hurt during the demonstrations, 25th of June. Yes. We went to that ward. There were 17 people admitted there with gunshot wounds across the board. Listen to me very carefully. Those people came from so many communities across the country. I did not see people from one community in that ward. When we came downstairs, I was with Kalonzo and Wamalwa. I left that hospital that day with 7 pieces of paper. I don't know how many Kalonzo left with or how many Wamalwa left with 7 pieces of paper. Somebody walks up to me and tells me, Mheshimiwa, mimi nimekuwa hapa tangu jana, nimeambiwa nilipe 43,000,
SHA inaweza lipa 13 or whatever the case was. So sasa natafuta 30,000. Mwingine unajua nimekuwa hapa sijui mtoto anahitaji kufanyiwa nini, I'm supposed to pay 73,000, SHA italipa 20, nahitaji kulipa. Last weekend in a restaurant here in Ngara, I just walked into some place and then a waiter walks up to me and tells me, unajua hii tuna shida, this SHA is not working, my mother, she was admitted in some hospital here in Ngara. Those are stories you hear from around the country. Gatonye, am I the only one who hears those stories? These leaders are living among us. They walk around, they hear these stories. So, do you need a committee to tell you those? Because those are the issues that need to be solved. Do we need to have a meeting, tuende tukae kwa mahoteli, sasa huko tuanze safari park, tena tusome ma speech, tuanze sasa drama mpya, now will be addressed by I don't know who, then another person, speeches, the whole morning is speeches. Then after that, do you need those things to solve the problems that we are facing? Alafu tutoke hapo tuende Mombasa tupande mandege sisi wote tupeleke magari ya serikali huko na madereva na maaskari tunapigiwa masalute huko. Sasa tumeenda conference mpya huko kutafuta solution. Kutoka hapo tuende Naivasha. Kutoka hapo, do you need all those kinds of things to solve the problems? It's straightforward. It's looking at us. I speak to school principals, obviously, because I'm a former minister of education and I've kept friendships with many of them. Many teachers, because they are my colleagues, I'm a trained teacher. Some of these guys were my classmates in KU. Ninaongeanga na hawa watu kila wakati. I meet parents every day in my life. No capitation in schools. Some principals tell you the last time I received 160,000 or whatever it is, I have debts up to the sky. Some of them cannot tell you what's going to happen. Ukiuliza an average parent, the limit we had kept wakati was saying parents should not be pushed with this burden of school fees and so on. Wanakueleza, ukiuliza watu wengine, even in the private school sector, they won't tell you how much money they're supposed to raise to pay for exams, as it were. We had removed examination fees completely because, as you know, nikueleze Gatonye, when you ask for examination fees, first of all, it is an inclusion issue. There are people who are not going to be able to pay exams, which means they will drop out. We are beginning to see again cases like those. We had worked on 100% transition. The simple and common sense reason why we removed examination fees is because that is how you ensure inclusion. Everyone can do exams, everyone participates in the process. So it's a participation issue. It's a wastage issue. Mtu ameenda shule amefika wakati wa kufanya exam, hawezi kufanya exam anatoka. I meet university students. I meet parents who have kids in universities. Wanasema, yesterday I was in a social function and somebody walks up to me and tells me, my nephew alipata help approval in November. We are in July. Ajapata pesa. So many kids are deferring. Let me now go home because I can't pay the visa and do exams. Let me defer and come back next semester and so on. What committee do you need? Let me ask you. I mean, sometimes we should also respect common sense. Okay. What committee do you need to solve those problems? Okay. Sasa tuanze mzunguko mpya. Hiyo style ya kuzunguka sasa kupita huko, sasa tuende tukae mahoteli, tuanze kulala huko, sijui nini, itana kuleta watu dancers, watu anze kudansi hapo, to welcome ili sasa tuanze kukaa, tuna solve problem. Which problem are we solving? Okay. Let's manage the country. That is what we are being asked to do. Naam, Daktari Matiang'i, umezungumzia kuhusu kuwaonya Wakenya kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 kuhusu viongozi fisadi na viongozi ambao wanahusika na uchakatishaji fedha. Lakini baadaye unasema tunajipata tulipo sasa, tunazungumzia kuhusu masuala yale ambayo ulizungumzia. Ni kwa nini Wakenya hufanya maamuzi kama hayo debeni? Na unasema kuwa wanadanganyika rais wakati wa kampeni. Unajua, sometimes, to be honest with you, wengine sasa tunaanza kuingia siasa sasa. Unajua vile, kwa maoni yangu mimi, siasa yetu sisi kama Wakenya, wakati wote, na ndio mimi nawasihi wananchi wa Kenya wenzangu, kwamba safari hii tunaendelea mbele kama hakika tunataka kubadili maisha yetu sisi wa Kenya. Tusisikize ya maneno tunaambiwa hapa, hii kasumba ya kugawanya watu kwa ukabila, kusema ni Wakikuyu sijui ni akina nani. Sisi zote ni wa Kenya. Shida tulizo nazo za hii ni shida zinazotukumba sisi wote, bila kujali dini yako, bila kujali ukoo wako, kabila yako, mahali umetoka and so on and so forth.
tutumie wakati wetu wote kuangazia hizo shida tuko nazo. Hiyo ndio kitu ya muhimu. Unajua wakati wa uchaguzi, ni maneno tulikuwa tunaona wakati ule wa 2022. Ndio nasema unajua ni hilo mzunguko ya uongo wa kawaida, sarakasi tu. Watu wanabeba Biblia kubwa inaweza kukuangusha chini. Wanaingia kwa kanisa, wanasema wao ndio Wakristo, ndio wanajua Mungu, wanaomba huko, wanaimba kila siku. Wanaenda huko usiku wanariazi nyimbo huko za dini, wakiita huko mbele kwa microphone wanaanza kuimba ngai kwa. Sasa akiimba huko watu wanaona huyu hata anajua nyimbo ya Kristo, huyu ni mtu wetu wa kuomba nini. Sasa bila kuuliza, watu hawaulizi huyu muungwana, hii mambo tunaambiwa hii ni kweli. Unajua wao ndio wanapenda kuangalia Biblia kila siku. Hiyo Biblia yenyewe inasema by their works you shall know them. Mambo yao ambao wamefanya. Mimi nawasihi viongozi na wananchi wa Kenya, tafadhali tufanye vile watu wote wanafanya dunia hii, wale ambao wanataka maisha mema. Angalia watu ambao wanakuja mbele yenu wanawauliza hii maswali, huyu anaweza kufanya hii kazi, hawezi. Wengine ambao wanakuja kuuliza kazi ni watu ambao wamekuwa hapa miaka yote. Uulize huyu sasa umebadilika leo umekuwa mtakatifu na mambo kama hayo. Tusipoangalia na kuangazia mambo hayo katika uongozi, tutaendelea kufanya makosa. Tutaambiwa sasa na watu wengine wanakuja, hii mambo unaona ya Kituri na hii siasa unaona inapigwa hapa, hii ya kuambiwa eti ni kabila sijui gani, hii inataka kuharibu serikali. Hii mambo yote ni ya kurudisha tena kuanza kukusanya watu katika misingi ya kikabila. Tunajua yule mtu Kituri ni mbaya kwa sababu kabila yake and so on. I mean, honestly speaking, hii mambo ya emotional sentimentalism, kukusanya na kuweka watu pamoja kwa misingi ya kikabila, hii yote ndio inaelekea sisi kutupea viongozi ambao unaona clearly wazi kazi imewashinda. Na Daktari Matiang'i, umekuwa mwalimu kama ulivyosema, na bila shaka Rais William Ruto sasa amekuwa madarakani kwa takriban miaka mitatu. Ungempa alama ngapi kati ya alama 100? Maana mimi sitaki kupata judgment na sitaki kutoa judgment. Wakenya wenyewe, unajua the beauty about public service Kituri ni you don't work in darkness. You don't work in a bottle or in a vacuum. Unatumikia Wakenya. Kila mtu ukiamuka asubuhi, I used to say when I was Minister for Interior that there are millions of Kenyans who will feel my service today as a minister because wataenda kwa immigration kutafuta passport pale. Wataenda kwa chief kutafuta kitambulisho. Watakutana na polisi. They will feel my service and the things I do. The reason why I used to go into schools when I was Minister for Education all the time, I used to argue and I used to tell people that, education does not happen in Jogoo House. There is no education that is given in Jogoo House. The education happens in schools. The children are educated in schools. Teachers teach in schools. They don't teach in Jogoo House. So the most important thing is niende kwa shule mahali education inafanyika, so that I can report to my president and tell my president the truth. Nimwambie things are happening or they are not happening. That is how I discovered, for example, the challenges with textbooks across the country, because I could walk into classrooms and ask a student, what lesson is this? Biology. How many of you have got a biology textbook? Raise up your hand. I find there are 4 out of 43 kids. And that time the government is spending money distributing textbooks. So we discovered our process of distributing textbooks doesn't work. Let us now look for a new method of distributing textbooks. So I don't want to pass judgment. That will be my own individual view. Wakenya wako hapo nje ambao wanapata huduma za serikali kila siku, wanaenda kwa maofisi ya serikali kila siku. Wao wenyewe wanaweza kusema na kila mtu anatoa jawabu lake. Unajua saa hii ukizungumza maneno kama ukisema tusahihishe hii, watu wengine wanachukulia kama ni chuki ama ni fitina na nini. Na tunasema mambo ambayo yako wazi, kila mtu anaona kitu ambayo iko wazi. Kuna maswali mengine unajiuliza, nchi yetu ya Kenya vile sisi tumebarikiwa hivi na ile uwezo tuko nao kama nchi, tuna population ambayo is very educated. We have very patriotic population. People who love their country, who work very hard. There isn't a single department I worked with in government where I did not meet Kenyans who are very hardworking, and all they need is just trust. As a leader, when you sit down with them and you give them guidance and they advise you, if you take their advice, you work together as a team, you build a team, you succeed. So Kenyans out there, they will pass judgment on their own because they receive services from the government. Yes, Mheshimiwa, turudi kwa azima yako ya urais. Why do you think you'll succeed?
Najua rais wa zamani Daniel Moi alikuwa anasema siasa ya upinzani ni tamu kwa sababu ni kusema tutafanya. You know, vile nikwambia, I understand the government like the back of my hand. Wakati nilikuwa waziri, in areas where we had to implement even very difficult changes, when I arrived, people told me, you can't succeed. I remember in 2015, when I went to Jogoo House, a lot of people, even my friends, told me that, and I was told this several times in government, even in fact to start with, the Minister of ICT, I remember one time, a friend of mine telling me that you are going to have the shortest stint in government because driving digital migration is a very controversial matter. The media is not going to agree that you succeed in digital migration. And you know, because the media is very political, the president is going to be intimidated by the media and he will look for a fall guy. And you will be the fall guy, he will sack you. So a very close friend of mine told me that, you know, sorry, Fred, you are going to have the shortest stint in government. We utapoteza kazi. Then I said, if I will lose my job for doing what I think is right, so be it. And I'm going to stay on that course until we get the work done. Look at where we are today in terms of our broadcasting and so on, courtesy of staying on the path of that particular reform. When I went to Jogoo, everyone told me the cartels in the education sector, whether they're in textbooks, stealing exams and so on and so forth. In fact, I was told it's an industry of between 2.5 and 3 billion. And they told me you have no chance of succeeding. These people who run circles around you, many of them are very well connected in government, and before you say Jack Robinson, they'll be done with you. I told them I'm going to try. We met so many wonderful people, we worked with them, and so on and so forth. The story is out there in the public. I believe this, Gatonji. What this country needs is trust in leadership and honesty in the delivery of public services. And Kenyans are ready to build a team and work with people who can deliver services. I am all about delivery, ensuring that we wake up in the morning and give services to the people. I am all about better and honest management of our country. And because I know that is what Kenyans are looking for, I am not saying some of these things. I can tell you today, if I had the opportunity, there are about 3 or 4, 5, 6 things I can tell you. And when the right time comes and we begin those debates, I'll be able to even demonstrate further to the people of Kenya that some of the things we think are very serious problems can be solved. Because I said half of our problems have nothing to do with even budgets and resources. They have a lot to do with the management decisions and options that we have taken. And because of that, I believe, it deep in my heart, I believe that, you know, if you bring Kenyans together and build trust with them, there's nothing you can't achieve. I was in, and if you give me a minute or so on this matter, as a minister, I worked with nearly about 13 PSS. When you sample these people, I mean, all of them are brilliant people. They are, you know, class A material. Some of them are people who worked with international consulting firms and so on. You know why Kenya is an amazing country? We are probably the only country in this region that has got the best possible human resource capacity to do anything, as it were. The challenge we face is the politicization of public service, disorganization on the part of those who are supposed to organize delivery of service, and sometimes infiltration of politics in these areas. That's why I believe that if people are really, and I believe Kenyans have come to that point where they are tired of this drama and muzunguko ya siasa, tunasema kila siku ya kubeba mabibilia kwenda huko kuimba kutanganya watu. I think time is here for people to get some work done, and really if people are looking for some work to be done, honestly, I am the guy to get things fixed, and I'm the guy of doing the work. Let's go to doing now and fixing things. Wakosoaji wako wanakuona kama kiongozi ambaye hajawahi wania nafasi yote ya kisiasa, japo umefafanua vizuri kwamba ulifanikiwa katika uteuzi wa nyadhifa 2 za waziri katika serikali ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Utawaambia nini hawa ambao wanaona wewe si mwanasiasa? First of all, I have got very good news for them. The world is moving away from the political theatrics and political drama. You know, if you look across the world,
even strong the democracies are electing technocrats. They are looking for people who can get some work done. They are not looking for establishment politicians, dead in the ghoul, survival artists and the political drama across the board. Because everybody has come to this realization that what matters in the long run is not the stories we tell on political platforms, it's the actual work that is done, because what affects your life is the amount of money that you go home with and how you develop your life. And that is not going to be brought to you hiyo haitaletwa kwako na watu wa hadithi kila siku. Msunguko huo wa kutoa hadithi kila wakati na kuimbia watu huko. So mimi nafikiri nchi yetu inatafuta uongozi na nchi yetu inatafuta utekelezaji wa kazi na huduma kwa wananchi. Na hiyo huduma inaweza kutolewa bila hiyo yote drama ya siasa. Lakini nikuulize hivi, iko shule gani wanasiasa wanafundishwa wanaanza form 1 ili tuende kuanza huko form 1 tuje mpaka university alafu tuingie? Iko shule gani? Unajua kila mtu akitokelezea anasema anataka kupewa nafasi ya kujenga nchi yake, anasema mimi nataka kupewa nafasi watu waangalie rekodi yangu wakati nilikuwa katika utumishi wa umma, waangalie yale ninayoyasema na tutatoa sera zetu na tutajipanga na wale wengine katika vyama tutakavyo wania navyo, alafu basi wananchi wataamua wao wenyewe. Lakini mimi naamini kwamba kama lazima sasa wakati huu, mimi nafikiri wananchi wataamua wanataka hadithi na nyimbo hizo ama wanataka kazi. That is it. Mheshimiwa, inasemekana siasa ni chafu, ni uwanja mchafu na unataka kujiingiza katika huu uwanja. Sijui umejiandaa vipi? Sijui kama ni siasa ambao ni chafu ama ni watu wachafu ambao wako huko. Sababu unajua lazima, unajua tumekuwa na hii mtindo, hii kazumba ya kuongea tu mambo iko namna hii. I mean the world is full of people who have been in politics na they are very decent people. Wamefanya kazi zao wameenda. Kwa hivyo mimi sijui kama ni siasa chafu ama ni watu ambao wako huko wachafu. Unasema mchezo wenyewe ndio mchafu. Ama inapeleka unaweza basi enda ucheze mchezo wako pale vile wewe unajua kucheza mchezo wako. Uende kama utaki chafu utakuwa na chafu. There is nobody, let me tell you my brothers, hakuna mtu ambaye anaweza kukuambia dunia hii eti usiingie pale. Wakati mwingine mimi nafikiria hiyo kasumba inatumika kutoa hofu na kuogopesha watu wengine ambao wangekuwa na usawishi ama uwezo wa kusaidia nchi zao. Okay. Ili sasa watu wanaogopa, wanatoroka, wanasema hatuwezi kuingia hapo, hiyo ni mambo machafu. Because you see, vile naambianga watu kila wakati, even when I was in public service, unajua kama hata ukitaka kunituzi kutoka January mpaka December, kama hiyo ndio kitu unaona ni maana kwako, asante sana. Rais Kibaki alikuwa hapa, amefanya kazi nzuri sana, very respected economist and so on. Mmemwona Rais Kibaki hata siku moja akitusi watu kwa jukwaa la kisiasa, alifanya kazi yake akaondoka. Mmemwona Rais Uhuru Kenyatta akitumikia Kenya, mmemwona Rais Kenyatta akitusi watu kwa jukwaa hata siku moja. You can do your work and go away. What we are seeking to do, ile tunatafuta ni nafasi ya kutumikia nchi yetu. Sio sarakasi na mchezo wa tukanana huko. Sina haja na hiyo. Umekuwa ukifanya kazi World Bank. Sijui kama umejiuzuru kirasmi? Nimejiuzuru kirasmi, nimetoa barua ya kujiuzuru na kutoka huko. Singefanya interview hii kama nilikuwa sijajiuzuru kutoka kwa shirika hilo. Kwa sababu kuna traditions na requirements za kufanya kazi huko ambazo haziwezi kukuruhusu kuingia ama kuhusika katika mjadala wa kisiasa ukiwa huko katika wakati huo. Nimezungumza na wakubwa wangu na nimetoa notice ya kuondoka, na wao wanaelewa pia kwamba ninataka kushiriki katika ujenzi na maendeleo ya taifa langu, na hakuna dhambi kufanya hivyo na hujavunja sheria ukifanya hivyo. Okay. Na changamoto tatu zinazowakumba wa Kenya ni deni la taifa, ufisadi na uhaba wa ajira.
Una malengo gani ambayo yanapimika ya kutatua masuala haya utakapokuwa rais iwapo utachaguliwa? Unajua hayo ni maneno mazito na yanahitaji kuzungumziwa kwa muda hayo yote matatu. Nianze na mambo ya ajira kwanza, kwa hivyo nitazungumzia kifupi. Lakini wakati wa kutoa sera wenyewe, mimi haya ni maneno tumeyajadiliana na wengine kwa muda mrefu sana. Na mimi niko na mipango na nitapendekeza njia vile tutakavyoifanya. Unajua, there is no government anywhere on earth that creates employment in and of itself. Government creates employment through public policy and enhancing investment. Investment comes into a country, and growth comes as a result of a set of policies. In a country where investors are leaving because of either the way they have been treated or the conditions of investment in the country, that's why you have a problem of unemployment here. I have met people myself, recently. I mean, investors and people, and obviously, you'd imagine the kind of experience and exposure I have. I would meet a lot of people of that kind who invest in this country, who are frustrated by so many things. The greatest frustration for them is our inconsistencies, erratic decision making, but most importantly, rent seeking and corruption, as it were. So if these people are leaving the country, there's no way you can create employment. If we take a decision as a government, and this is what I hope we will do, of doing everything we can to enhance investment in our country and growth of the private sector and support that. That's how we are going to create employment. In the wrong, we go out deliberately. There are companies that I can give you, so many instances. There's even a very unfortunate incident that happened here of an American company that was, coming here to invest. They are in the fast food industry and so on. When they narrate to you the experiences they went through to be approved, and they even never got approved because, when they are given conditionalities, you must give so and so an exclusive tender to supply a chicken to your business and so on and so forth. Many companies can't deal with those things. They leave. So if those conditions are removed, and they will be removed by honest and straightforward management, effective attention to investment, then you create employment. That's how you create employment. Look at a package of incentives to help people feel comfortable to invest in our country. That's how we create employment. And many other things that we will do. When it comes to the question of debt, as you said, again, the challenge we have is related to the trust and capacity of government. You can't have the level of wastage that we have right now in the country, and the level of dishonesty in management of our affairs such as we have, and then hope that you'll be able to even discuss very basic things like restructuring your debt, very basic things like reorganizing your debt portfolio and so on. Have the wastage that we have in the country, which forces us sometimes to borrow even domestically and so on, and worsen our problem of debt, can be addressed by better management. Surely, Kitur, why must we spend, for example, so much budget resources in renovating buildings and offices and so on? We live like a developed country when we are not. It's a question of making the right decisions that we need to make, and by putting our money where our mouth is. Better management and effective management of the country, avoidance of wastage, will help us deal with our debt problem, and therefore, as a result, improve the performance of our economy. Umezungumzia kuhusu kutumia fedha nyingi tu kufanya ukarabati katika ofisi mbalimbali za serikali, na bila shaka kuna ukarabati ulifanyika katika ikulu ya rais pamoja na ujenzi wa kanisa ambao umezua mjadala. Kauli zako ni zipi? Sasa hiyo ndio yale maneno ambayo mimi nasema sitaki kujihusisha na sarakasi. Unajua sasa hii nje ambayo iko vile tulivyo sasa, stage yetu ya maendeleo. Nakuuliza, wewe ni Mkenya wa kawaida, wewe ni mtu umesoma, you are an intelligent person. Surely 62 years after independence, hizo ndizo vitu tunahitaji kuwa tukizungumzia.
tunajenga sijui nini huko, tunajenga nini huko, mambo mengine ni hata wewe mwenyewe mimi sitaki kujiuliza maana wakubwa hata wa kanisa wamezungumzia hayo maneno. Mimi it's obvious really. I mean you know what my position is. That is how we have wasted our time. It's sarakazi too. We're just wasting people's time doing irrelevant things that have nothing to do with the development of our country. Daktari Matiang'i, ujenzi wa kanisa ni sarakasi kweli? Yenye ilikuwa hapa ilikuwa ya mabati, sasa ilikuwa tujenge vizuri. Wanajenga na 1.2 billion anyway, sawa tu. Na mtazamaji, unatazama mahojiano maalum kabisa hapa na aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani wakati wa utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, Daktari Fred Okengo Matiang'i yuko hapa kutuelezea kuhusu azma yake ya urais pamoja na kuchambua masuala muhimu ambayo yanalikumba taifa kwa sasa. Tunachukua mapumziko mafupi. Kumbuka matangazo haya yako mbashara katika radio 5 za Media Max: Kameme FM, Milele FM, Mayan FM, Meru FM, Pilipili FM na Emo FM pamoja na runinga 2 za Media Max. Nazungumzia kuhusu K24 TV na Kameme TV. Vile vile Media Max inamiliki gazeti la People Daily. Tunaelekea madukani, tutarejea na mazungumzo zaidi. Kameme TV. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Kuma rĩrĩa bũrũri wagĩire na wĩyathi, maũndũ macenjagia rĩrĩa mũgambo wa mũingĩ wahĩmbĩrio nĩ atongoria na thirikari. Gĩthomo-inĩ, ũrĩmi-inĩ, wonjoria-inĩ, ũgima wa mwĩrĩ, o hamwe na ũteti. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩnyitanagĩra nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio thaa 1 nginya thaa 4 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya Baratha ya Kameme TV, tũkĩrunga ũrĩa mawatho, mĩtaratara ona ũteti wagĩrithagia kana kũhotomia mamwe ma maũndũ maya. na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi Zunyoizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Taikawon kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita kamama. Kamama, pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi is type crowd. Akona machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Aberu chwadi. Kanafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria muthenya wa Kiumia nginya Aramithi ciahanda thaa 4 cia ũtukũ. Nario muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Woza mwokalaiweka mwe kuja. Woza Mr. Mavela, Mr. Mandunya, Mr. Mabujeng ni kama sawa kururumia. Nania Wanjiko James aka Miss Kanyoni aka the Lioness kumaza keda cia hwaĩ-inĩ kinya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Reremboka o'clock Monday to Friday iko nini?
On ones and twos, Mr. Moto kama pasi, DJ Jan 254. Wamwaberilio Monday, toka kurehere #Afro Monday edition. Nawa wakere, tukaigira dhini wa kanitha wa Reremboka. Naguo wagatatone wagwa Wednesday. Naguo muthenya wa Thursday toga pulo. Tugashoka makinya mere na thutha #TBT. #Siaugavere niyo Throwback Thursday. Gang. Naguo wagatano toka malo. Anguka nao. Tukainekea wiki Insta. Veine wa Cocktail Friday. We got the juice. Urimi nĩguo mũnyiginyigi wa gũkũra gwa bũrũri wa Kenya, ũkĩnyita itemi rĩnene harĩ ũtonga waguo. Na korwo ũrĩmi wakinyanĩrio na kĩo hatarĩ kũrora riũa, haha nĩho ciringi ĩkomete. Mũrori wa Kameme TV, ĩno nĩ tabarĩra ya Kayũ ka mũrĩmi harĩa tũgũthomithagia maingĩ megiĩ ũrĩmi na ũrĩithi na maũndũ matiganĩte. Ti mũgũnda waku na mahiũ maku nĩ magũkũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na matigie kĩndũ mũhuko. Kayũ ka mũrĩmi nĩ tabarĩra ĩrĩ kũgunaga we mwĩroreri harĩ gũkũrehera njĩra itiganĩte cia ũrĩmi wa kĩmerera na ũrĩmi wa kĩrĩu, harĩ ũrĩa ũngĩthondeka ũtonga kuma tĩri-inĩ o gĩcunjĩ gĩothe kĩa mũgũnda kĩrĩa ũngĩkorwo nakĩo. Na twakinya gũkũ kabuti-inĩ check, kobo-kobo-nĩ check, hatirĩ ũtanganja kana gĩtũmi kĩngĩgiria gũtarĩrie maingĩ megiĩ ũrĩmi wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twarana nani. Nyitanagĩra na Bataru wa Mwagĩro mũthenya wa gatatũ thaa 1:30 nginyagia thaa 2 cia hwaĩ-inĩ, akĩrika gũgũtarĩria maingĩ megiĩ ũrĩmi na umithio wa ciringi yaguo. Na haha to kũrĩma tu, nĩ kũrĩma gũkumia. Nĩ gũkũ gwa Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Naam, karibu tena mtazamaji na msikilizaji wa vituo vyote vya Media Max. Media Max inamiliki vituo 5 vya redio: Kameme FM, Milele FM, Mayan FM, Meru FM, Emo FM na marekebisho kidogo Pili FM sasa ni Msenangu FM, pamoja na runinga 2, runinga K24 TV na Kameme TV, pamoja na gazeti la kipekee kabisa, gazeti la People Daily. Mimi ni Daniel Kitu,
Mahojiano hapa yanaendelea na aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani wakati wa utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, Fred Okengo Matiang'i. Asante, tunaendeleza hili gumzo bado na Mheshimiwa Matiang'i, na tukirejea katika azma yako ya urais, watu wengine wanahisi kuwa mwenye anakusukumia hili ni Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Sijui utawaambiaje wenye wanasema hili? Unajua, kwanza kabisa jina wanatumia ni project. Sawa, niseme hivi my friend, huwezi kusahihisha historia. Tuanzie hapo kwanza. Mimi sijakataa na historia iko imeandikwa. Nilikuwa waziri katika serikali ya Jubilee kwa miaka 10. Niliteuliwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na nilikuwa waziri wake, na nilishiriki katika utekelezaji wa mipango ya serikali ya Jubilee na sera za Jubilee. Kwa sababu kama zingeamini hizo sera, singekubali kuteuliwa kuwa waziri katika hiyo serikali ya Jubilee. Sera za Jubilee 100% transition ya school tulikubaliana. Kupunguza malipo ya shule tulifanya pamoja. Kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi wa Kenya anafanya mtihani bila kuulizwa pesa, hiyo zote ni sera za Jubilee. Mambo ile ya beyond zero yote tulifanya tukiwa pamoja. Ujenzi wa infrastructure in the country tulifanya tukiwa katika serikali ya Jubilee. Wewe mwenyewe unaona hapo Kirinyaga Thiba Dam, ambayo ni kazi ilikuwa yafanya ya Jubilee. Mimi najihusisha na kazi ambayo ilifanywa na serikali ya Jubilee. Nilitumikia wa Kenya kupitia kwa hiyo serikali, na ninamshukuru Mwenyezi Mungu kupitia kwa Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta kwa kunipea nafasi hiyo ya kipekee. In fact, Wakenya hawangenijua na zingejulikana kama zingekuwa waziri katika hiyo serikali. Na ile kazi tulifanya wakati huo na mabadiliko ambayo yalikuja katika nchi yetu ya Kenya yakiongozwa na serikali ya Jubilee. Tulikuwa hapo sote kwa hiyo serikali ya Jubilee. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa na mawaziri karibu 30, ukihesabu hata wale ambao walitoka mapema ama wale ambao walitoka katikati ya safari ya hiyo serikali. Zote pamoja na aliyekuwa naibu wake wa rais ambaye ni rais saa hii, tulitumikia serikali hiyo ya Jubilee tukiwa sote. Sasa kama mimi ni muradi kuliko mimi zaidi ni yule alikuwa naibu wake wa rais ambaye ni rais saa hii. Sasa mimi nakuwa muradi kwa sababu nilitumikia serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na siwezi kusahihisha historia niseme si kutumikia hiyo serikali ama nianze kukana kusema mimi siamini sera za Jubilee. Unajua, hii ndiyo mambo ambayo inaelekea kwamba tunafanya siasa yetu na udanganyifu, sometimes na ujeuri, public relations, kujifanya hapa badala ya kusema mambo vile yalivyo na tuendelee na kazi ile iliyoko, tufanye kazi ya taifa la Kenya. Rais Kenyatta alichaguliwa, alipigiwa kura, hakujiweka kwa madaraka yeye mwenyewe. Na sasa mimi sioni vile naweza kuambiwa eti wewe unasukuma kwenda kwa pande hiyo. Tulikuwa nafanya kazi sote pamoja. Sasa nani alisukuma naibu wake wa rais ambaye ni rais wakati huo? Kama mimi ni project kwa sababu nilifanya kazi kwa hiyo serikali, basi naibu wake wa rais ni project kubwa kuliko mimi, kwa sababu yeye ndiye alikuwa namba 2 kwa hiyo serikali. Tulikuwa sote pamoja kwa National Security Council wakati huo, tulitumikia sisi wote. Na tuseme hivi, siwezi kuambiwa eti ni makosa kwa sababu nilifanya kazi kwa serikali ya makazi ile nyingine. Kama mimi nasukuma kwa sababu ya mali nilifanya kazi na yule tulifanya kazi na yeye, mbona mtu ajaniambia mimi ni project ya World Bank? Sababu sasa hivi natoka World Bank. Kucha hapa nilifanya kazi katika baraza la mawaziri la Mheshimiwa Kenyatta, katoka hapo nikaenda kutafuta kazi pale nje, nikafanya kazi nje. Mbona mtu hajasema mimi ni project ya wale ambao waliniajiri kazi wakati huo? Sababu sioni, unajua hiyo Gatoji, ni kuambia ukweli. Ni hii kasumba hii ya uongo na udanganyifu, procho hii propaganda, na hivyo ndivyo sisi tumeharibu nchi yetu. Badala ya kuangazia mambo ya muhimu ya kutusaidia, ninakuja mbele yenu. Najua kazi ikitangazwa na wakati huo, wakati kazi itatangazwa, sisi sote tutafanya application. Na application tutafanya kwa wananchi wa Kenya. Tutafanyishwa interview na wananchi wa Kenya. Twende tusimame pale. Wananchi wa Kenya watupee kazi kama wanaona tunatosha ama hatutoshi, watuambie asante sana, goodbye, thank you for trying, vile unaandikiwa barua. Lakini sasa huwezi kusema eti umefika pale, wewe huwezi kuangaliwa kwa sababu ulifanya kazi na fulani wa fulani. Sasa hiyo ni nini? Na Mheshimiwa Rais Kenyatta
alikuwa mkubwa wangu, alikuwa rais wangu, na amebaki kuwa rafiki yangu na atakuwa rafiki yangu siku zote. Na mimi sitaki kudanganya mtu hapa, na siwezi kusahihisha historia. Mimi nitakuwa waziri wa Uhuru Kenyatta mpaka siku ile nitakufa. Hata nikiwa kwa sanduku pale watasema yule mwili huko kwa ile sanduku ni wa mtu ambaye alikuwa waziri katika serikali ya Mheshimiwa Kenyatta. Na hiyo isitakuwa uongo, ni ukweli. Naam, Daktari Fred Matiang'i, madai haya yanapewa uzito na mazingira ya kisiasa. Chama cha Jubilee kimekuchangamkia sana. Katibu mkuu wa chama hicho Jeremiah Kioni mara si moja amesema kwamba utawania urais kupitia chama cha Jubilee, na vile vile chama cha Jubilee kinaonekana kuchangamkia azma yako ya urais. Lakini Kituri, nimekuambia hivi, unajua mimi nataka kuenda mbele ya Wakenya na ukweli, nijizungumzie vile ukweli huko, na sitaki kudanganya watu hapa eti kwa sababu ya mambo ya siasa vile watu wanafanya, nianze kujifanya hapa, nianze kusema nimetoka sijui wapi mbinguni, vile watu wanadanganya watu hapa. Na ukweli ni huu, nilifanya kazi katika serikali ya nani? Chama hicho ni chama cha Jubilee, nilitekeleza sera za Jubilee, nilikuwa huko. Kwa hiyo fundamentally ukiangalia, utuseme tu ukweli, fundamentally I was implementing Jubilee policies when I was a minister for 10 years. Nimekuwa hapo. Kwa hivyo ukianza kusema wale ambao tunafahamiana zaidi katika mambo ya kisiasa ni wale viongozi walikuwa Jubilee, kwa sababu tukiongea mambo ya sera tulikuwa tunaongea sera za Jubilee, na chama hicho ndicho chama kilikuwa katika utawala. Lakini wakati huu vile nimesema hapo mbeleni, tunaongea sasa, ni wakati wa mjadala vile tunaweza kujiunga na kuungana na watu wote. Na tunazungumza sisi wote. Kuna vyama vingi ambavyo tunazungumza nao wakati huu. Wengine wananiuliza unaweza kuwania urais kupitia chama chetu, na jibu langu ni moja, ngoja tuzungumze na wengine, hata hao wa Jubilee ambao mimi nilitumikia katika serikali yao, ambazo sera zao ndio mimi nafahamu zaidi kwa sababu nilikuwa nao kwa serikali. Tunaongea nao kama wanachangamkia mimi, ni kwa sababu mimi nilikuwa waziri wa Jubilee, na fundamentally ukiangalia essentially my performance in the public service was on the basis of the policies of the Jubilee administration as wakati huo. Sasa tunaongea na wote ambao wanahusika katika wakati huu wa uchaguzi. Tukifika mahali kama kuna chama kitapendekeza zaidi, kiseme hata DCP iseme wewe kuja uwe candidate wetu, si tutaongea wakati huo. Lakini mheshimiwa, ukisikiza Kioni anaongea ni kama tayari mmekuwa na makubaliano. Kwa hivyo unataka kutuambia Kioni anasema mambo ya sivyo? Ni confidence ya mtu. Kuna secretary general wa chama vyama vingine pia wanaongea na hiyo confidence. Kwa hivyo let us not read what is not existent. We are overreading things. But all I'm saying is fundamentally my first interaction with political activity in this country is with Jubilee. Let me not lie. No. And then second, by the way, it is not a proscribed organization. Imepigwa marufuku Jubilee. Haya basi, tunaongea nini? Tuendelee kuzungumza, tukifika wakati wa kuamua mambo ya vyama. Kwa hivyo kwa sasa hauna chama? Nitatangaza chama changu hivi karibuni. Mtasikia tu. Umezungumzia kuhusu chama cha DCP. Kuna uwezekano wa kupeperusha bendera kupitia chama hicho? Mimi sijui, tunaongea. Nimesema tunaongea saa hii. Unajua ukiongea na watu wakikupendekeza, umekutana na wasichana wengi hapo, mnaongea nao, utasema nitaoa hivi karibuni mwezi Disemba nitaoa. Nawezaje kusema utaoa huyu? Umesema ninajipanga, ngoja Disemba ifike uone ni nani nitaoa. Katika mipango hiyo kuna mpango wa kuanzisha chama chako? Ninaongea na wale wangwana wako, tunaongea nao. Hakuna hata haja ya kuanzisha vyama. Kituri, wacha nikuulize kitu moja. Najua yale mambo ambayo yananizangasha kwanza kupitia kwenu nyinyi watu wa waandishi wa habari. The last time I checked, Kenya iko na vyama vimesajiliwa 88. Hizo ni vyama zaidi ya vyama vyote vya kisiasa katika Europe. Kijumuisha vyama vyote vya kisiasa Europe, German, Poland, Sweden, UK, everywhere. Hizo vyama vyote katika Europe, I don't think vinaweza kufika 89. And look at our economy. It is probably less than 10% or so of that particular economy. Unajua sisi kama wa Kenya, mimi nataka kusema hivi ukweli, tusipokuwa serious na makini kuhusu siku zetu zijazo, tutaendelea na huu mzunguko wa kuharibu maisha yetu tukidanganyana hapa na mambo ya vyama. Kwa sababu utaona uchaguzi ukifika, kuna watu ambao wako kwa vyama, hata wale wako kwa vyama viko katika utawala,
na ni watu wako na shida nyingi ama wameleta shida nyingi. Utaona wakienda pale wakifaa uniform mpya, alafu wakiingia kwa stage kwanza kuimba tena wimbo mwingine, ni kana kwamba wamepatizwa, wamekuwa watu watakatifu baada ya kuingia kwa chama kingine. Kuna wanasiasa katika nchi ambao wamevuka vyama mara 5 ama mara 6, kila uchaguzi wanaenda chama kingine, kila uchaguzi wanaenda chama kingine. Sasa mimi nafikiri shida sio wale wanasiasa ama wale viongozi, shida ni sisi wananchi. Watu wanatudanganya kila wakati. That is the way in which I see hii mambo ya kuzungumza kuhusu chama. Kila siku mtu anakuuliza utaenda chama gani and so on. Saa hii Gatonye, hata nikienda chama inaitwa Miti, nitakuwa Fred Matiang'i tofauti na yule ambao unaona mbele yako. Ni mimi. Nikienda niingie chama inaitwa sijui Ndizi. Bado ni lakini mheshimiwa na sera zangu zile tutakupanga ni hizo. Sasa angalieni viongozi kwanza. Yes. Na nataka pia pigeni msasa viongozi na tuangalie sasa hawa wanatuelekeza wapi na tunaenda namna gani. Ndiposa nasema tunazungumza wakati huu, na sitaki kukata kauli kwa sababu nimejiingiza kwa mazungumzo na wenzangu katika upinzani. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua alisema utakuwa na nafasi bora zaidi ya mazungumzo ukiwa na chama yako. Lakini haya ni maoni yake. Unajua tuko katika demokrasia. Na unajua so hiyo kauli unaichukulia aje? Tuko kwa demokrasia. Demokrasia kila mtu ako na maoni yake, na uwezi kukosoa mtu kwa sababu ako na maoni haya maoni yale mengine. Na ametoa mapendekezo yake. Hayo ni mapendekezo yake ametoa kama kiongozi. Na kuna viongozi wengi ambao tunazungumza nao. Hata hapo katika kikundi cha upinzani kuna viongozi huko pia. Nao wana maono mengine na mapendekezo mengine. Tutaingia kwa room sisi wote tuzungumze. Tuone vile tunaenda mbele. Na sitaki kuanza kukata kauli mbele ya sisi wote kuzungumza, sababu nitakuwa nimefanya makosa kwa wale wenzangu wengine. Na katika ufafanuzi wako umeonekana kufutilia mbali uwezekano wako kuwa na chama. Je, kuna uwezekano wako kugombea kama mgombea wa kujitegemea, yani independent? No. Unajua hiyo ni mambo yako umesema. Mimi nitakuwa kwa chama. Na nitatangaza hiyo chama hivi karibuni. Ndivyo nimesema. Na hakuna haja ya kupiga story kubwa. Mimi nitawania urais, nitakuwa kwa chama, nitatangaza hicho chama very soon. Saa hii niko katika hali ya kuzungumza na wengine ili nihakikishe kwamba uwezi kwenda mbele peke yako, lazima uende mbele na wenzako. Na mmeniuliza uhusiano wangu na Jubilee, nimewaambia mimi my public service record yote vile nimekuwa kwa public service nikiwa na Jubilee, sababu nilikuwa waziri wa Jubilee na sera nilizotekeleza ni za Jubilee. Kwa hivyo uhusiano wangu wa kwanza wa kisiasa ni ule wa Jubilee. Na naongoza na wale viongozi ambao unaweza kusema kisiasa tumejuana, sababu tulikuwa tukiongea tukiwa pamoja, ni hao wa Jubilee. Kama siasa ingekuwa ukoo wangu wa kisiasa ungekuwa ukoo wa Jubilee. Sasa tunaongea na wengine tukiendelea mbele. Mheshimiwa, tumewaona katika muungano wa upinzani, lakini pia tumesikia kuna mvutano chini ya maji. Hali iko namna gani? Unajua wakati siasa yetu iko na porojo mingi sana. Unajua hata watu wakati mwingine mkiwa katika kikundi moja kama ni kikundi cha upinzani, mnaingiliwa hata na wale wako kwa serikali, propaganda inaanza kutoka pande ile, watu wanaanza kuwazungumzia maneno. Unajua saa nyingine unasikia kucheka kwa sababu tunafurutana na hata hatujaanza. Tumeanza kukutana hivi majuzi. Sasa tunafurutana na hatujaanza safari. Kulikuwa na hizo ripoti wiki iliyopita kwa gazeti kuwa kuna wale wengine wanasema Matiang'i, wengine wanasema Kalonzo, ati kuna migogoro, kuna mivutano kidogo. Ngoja nikueleze my friend. Yes. Unajua hii ni ile porojo inachekesha. Unajua mnawezaje kuwa mnafurutana na hata hamjaanza safari? Mmeignite gari tu namna hii, mshaweka petroli hapo kwa petrol station, hamjaenda hata kilomita 2, tuanza kusema mmeanza kuvurutana na safari hata haijaanza. Lakini ngoja nikueleze. Ukweli ni kwamba wale tuko pamoja, tumeungana pamoja, ni wanasiasa na ni watu ambao wanatafuta viti. Yes. The truth of the matter is that we are not Christian Union. This is si Christian Union.
ambao tunaingia hapo kuomba na kuimba nyimbo kila siku na kuomba na kusema hosana tuende nyumbani. Kila mtu ako na matakwa yake na mambo yake ya kuongea tukiwa hapo ndani. Lakini broadly kwa ukubwa tumekubaliana kwamba nchi yetu ya Kenya inasema sisi wote tusimame pamoja. Wakenya wamechoka na mambo ya kufurutana kwenda vikundi azitwa. Hiyo ni kitu ambayo tumekubaliana sisi wote. Na ndio nilisema wakati ule tuliongea kule kwa Mheshimiwa Rigathi kwa Mnyoro, niambia watu, if you bet on us disagreeing or having a difference, you will lose your bet. Because sisi wenyewe tumezungumza, and you see hatujatoka kwa nyumba moja, hatujaamuka kutoka kwa nyumba moja tukakutana pale tukasema tukubaliane. Unajua wazungu husema kitu kwamba fools seldom differ. Eti watu wajinga hawezi kutofautiana wakiwa wajinga wote pamoja. Ukiweka watu wajinga kwa room moja, wao kila mtu anakubali kila kitu kwa sababu wao wote ni watu washenzi, wajinga. Na wale tuko pale ndani sio wajinga. Kuna watu werevu, tunabadilishana maoni. Kuna mambo ambayo labda tunaweza kuwa na maono tofauti kuhusu sera. Tukianza kutengeneza platform zetu, tutakuwa na mjadala, tunaheshimiana. Kuna watu ambao wako na uzoefu wa siasa, kuna wale wako na maono tofauti. Kufikia yale ambayo tumesema ni kusema kauli ya kwanza, sisi zote tuwe pamoja. Sasa tunaendelea mbele tukiconvince each other, wewe tuende namna hii, tuende namna hii. Consensus building is not easy. It comes after a long period of time. Lakini to start passing judgment, we have not even done 5 kilometers. Wameanza kukorogana ni kwa sababu ya porojo. Una uhakika utakubaliana kuchagua mmoja wenu kama mgombea wa urais? Tumekubaliana hivyo. Tumesema Wakenya wanataka sisi zote tusimame pamoja. Na tunaongea tutasimama pamoja. Hayo ndio matakwa ya Wakenya saa hii. Na tumeenda sehemu nyingi za Kenya. You know, when we have individual meetings, hata wale watu ambao wana kuja kutungumuzia, na mimi nafikiri that is what happens with those who see my colleagues in that arrangement. Mimi hata wale viongozi wa mashinani ambao ninakutana nao, wengine hata nikienda nyumbani weekend ama nikipatana na watu hapa town, wale wanakuja kuniona, jambo lao la kwanza, hata wale viongozi wa dini wananiambianga, Fred, tafadhali sasa tunataka msimame pamoja so that we unite the country and we give the country an alternative focus as we go forward. That is the message we get from everybody. Sasa sisi tuwe wajinga tuanze kupigana na hata hatujaanza safari. Na katika meza hiyo ya mazungumzo ya kukubaliana, washirika wenzako wa upinzani waamue kwamba Fred Matiang'i hata kuwa mgombea urais wala mgombea mwenza, utachukuliaje? Tumekubaliana tutakuwa sisi wote pamoja. Unajua hiyo maswali ni namna nyingine ya kukaa kunizukuma kusema unajua mimi niko namna hii. My friend, nimeongea kwa I believe Kiswahili ile unaelewa. Sisi tumekubaliana tutasimama pamoja. Katika mazingira haya tuliko ya kisiasa ni vizuri tujaribu kwenda pamoja. Nchi yetu imekataa hii migawanyiko. Tumegawanyika kwa muda mrefu. Kila wakati wengine ni misingi ya kikabila, wengine ni misingi ya huku. Saa hii Kenya inahitaji uongozi wa kusuluhisha shida ile wananchi wako nayo. Sometimes ukiangazia hayo maneno unaona kama focus on individuals is not as important as getting the job done. Kwa sababu watu wamesumbuka sana. Kila mahali ukienda ni hiyo nduru inapigwa, hawa wanapiga nduru, na kusema tu ukweli, nchi sasa unajua vile nchi inaendelea mbele. Gen Z wametuonyesha vile tunahitaji kuishi. Hakuna haja ya kuangazia mambo ya kabila, mambo ya huu na huu. Kwa sababu unajua watu wanatafuta suluhisho. Wewe ukienda hospitali Kituru, ushauliza pale kwa mlango eti wale madaktari wako duty leo kabila yao ni gani, ili nione kama anaweza kutibiwa. Si unaingia pale, umeenda, wewe ni mgonjwa, unataka utibiwe. Sasa kama nchi inahitaji kutibiwa, sasa ni kuuliza maswali eti huyo daktari ni kabila gani atatusaidia. Watu wanataka suluhisho. And you see the population profile of our country as it is right now, 70% of our population are below the age 35. Hao ndio wenye nchi hii. Wale 30% tuko beyond 35 years, we are a minority. The majority of our country that is below 35 years is 70%. That majority is not interested in this nonsense about the tribe, what, you know. In fact, they themselves don't even care. What they are looking for are solutions to the challenges that they face. And those are the solutions that we need to offer this time. That is why when there were Gen Z demonstrations,
even the children of people who hold public responsibilities walienda kujumuika na wenzao kwa sababu wanataka kutafuta suluhisho. Kama baba yako ni mkubwa wa serikali ama ni mkubwa wa siasa, hiyo wao hawajali hayo, watu wanatafuta suluhisho. This time in Kenya, it's going to be solution focused leadership. That's where we are headed. Solution focused leadership, who will solve our problems, and to go out there and make propositions and convince people that you actually can solve their problems and fix the challenges of the country. It is about fixing the challenges of development in this country. So the country is looking for a fixer to sort out problems. That fixer is not, they are not going to ask you what tribe you are. They want to take a solution. Na mkinipea dakika moja Gatonye, wakati nilikuwa waziri wa elimu, my friend, nilienda shule kutoka Timbila huko mpaka wa Taita Taveta na Tanzania, mpaka Mtwara Nyeri, mpaka kila mahali. Hakuna shule nilikuwa naona, hata nikiendesha gari namna hii kwenda Nakuru, nikifika hapo njiani naona signpost Naivasha Boys, naingia kama niko na nafasi kidogo nasema naingia, kwa sababu hapo ndipo elimu inafanyika. That the country wants to focus that way. Na hakuna shule nilienda hata moja, mtu hata mwalimu hata mwingine aliniuliza mimi ni kabila gani, walisema waziri amekuja. Na hakuna shule niliingia niliuliza principal wewe ni kabila gani. Siku moja shida ilitokea, kwa mtoto alikufa shule nyingine pale karibu na Kakamega. Nilipanda ndege hapa KQ in the morning. I was in Kisumu by 7:30 I was in the school. Kabla hata wa Jamount parade nimeingia kwa shule, ninatafuta mwalimu mkuu. Hata alikuwa hajafika staff room, ninapatana na wale walimu wako kwa duty, naanza kuambia shida gani imetokea hapa, tusuluhishe shida. That is it, that is the attitude. Sasa hatuwezi kuanza kuzungumzia eti kabila hii kabila nyingine. Utakuwa ukijizungumzia wewe mwenyewe ukianza kuuliza maswali kama they will be no Kenya, you will be talking to. Mheshimiwa, kuna hofu kwamba wengine wenu wanavutiwa kuingia katika serikali. Sijui kama hili limekufanyikia ama sijui kama uko na taarifa kama hii. Mimi sitaki kuzungumzia porojo sababu mimi sijui nani anavutiwa kuingia serikali. Wengine hadharani pia. Mimi sijui nani anavutiwa kuingia serikali. Mimi hakuna mtu amenivutia kuingia kwa serikali kwa sababu na tena unajua tujazungumzia haya maneno wasi hapa. You know, we are all adults. Sisi ni watu wakubwa. Hakuna watoto hapo, kwa hiyo maneno tunaongea. Sasa it's indeed obvious, it's abundantly clear saa hii vile tulivyo kwa nchi tunataka kusuluhisha shida ambayo iko kwa hii serikali. Mimi sasa sioni unavutiwa kuingia huko iko suluhisho. Yaani kuingia huko ndio suluhisho. That is the solution. Naam, Daktari Fred Matiang'i, kila Jumanne jioni K24 TV na Kameme TV tuna kipindi maalum kabisa kwa vijana wa Gen Z. Tunawapa nafasi ya kufunguka na kuzungumzia kuhusu masuala muhimu na mabadiliko muhimu ambayo wanataka humu nchini. Vijana hao wanasema wanataka kusafisha mfumo wa siasa. Wanataka kuondoa wanasiasa wa Kongo, wanataka kuondoa wanasiasa fisadi. Je, safisha hii itakunasa? Mimi si mwanasiasa mkongwe. Si unasema wanataka watafuta wanasiasa wa Kongo. Mimi sasa sisema ulisema mimi sijaingia siasa hii, naingia kwanza. Mimi si mwanasiasa mkongwe. Mimi si mfisadi. Unasema wanataka kutoa watu ambao hawajakuwa na siasa. Sasa mimi hiyo klasi hiyo category yao sasa mimi itanipata wapi? Kwa sababu mimi si mwanasiasa mkongwe. Mimi mnaniambia sijaingia siasa, sasa hii ndio naingia, sijui anza siasa, ninajifunza. Mimi ni mwanasiasa form 1. You know, and so on and so forth. Sasa itanipata wapi hiyo safisha hapo? Sababu hiyo wanasema mufisadi, mimi si mufisadi. Sasa nini wanasema kitu kingine? Wanasema mtu ambaye hajui kuzungumza Kiswahili. Nimejaribu kuzungumza Kiswahili, sasa kitu kingine gani wanasema inaweza kuninasa? Wewe ni chaguo bora kwao. Mimi sina shida. Honestly speaking, mimi hata zaki kusema najipigia debe. Honestly speaking, I think kama nchi inataka seriousness and delivery of services, I'm probably one of the candidates they should look at very carefully. Kwa sababu naambianga watu kila wakati, unajua kitu mimi kwanza, kwa sababu sijaingia kwa hiyo maneno, I have no scores to settle with anyone. I am here for only one purpose, making a contribution to fix the challenges that face my country.
and to go forward. Sasa mimi sina shida na mtu, I have no political deeds or anything. I am like them. I want a better country. Like them, I want to solve these challenges. Nikwambie ukinipea dakika moja. Okay. Wakati nilikuwa waziri wa elimu nilienda Parents Day Pangani Girls. Niseme au wale walimu na wanafunzi wa Pangani hawata nilaumu nikisema haya. Tukiwa pale you know, nilianza mfumo mwingine wakati nilikuwa waziri wa elimu. Nilikuwa naambia walimu wenzangu na wazazi kwamba tukiwa na mikutano na wanafunzi ni vizuri tuanze kusikiza wanafunzi. Sababu wakati mwingine tunazungumziwa na walimu na wale watu wakubwa pele tunaenda pale tunakula pilau tunapotea. Sasa ngaambia tafadhali tubadilishe mfumo wa kufanya mikutano yetu ili tusikize pia watoto wetu, kwa sababu lazima wanataka kutuambia kitu. And you know this contest, that time mambo ya Gen Z is about voice. It's about being heard. It's about expressing themselves. We have run a society for a long time that does not listen to others, especially the young members of society. Power is operated from a structure of top bottom. To wale wakubwa wale wako juu ndio wanaelewa, hawa wengine wasikize vile tunaongea. Gen Z is redefining that particular dynamic and that power relations. So msichana mwingine mwanafunzi, I think she was a form 4 student, amechomoka kutoka hapa akachukua microphone akaniuliza directly facing me. She asked me, Minister, that's the first time I was doing one of my first meetings in schools. News Minister, and she almost drove me to tears, that girl. We work so hard, but there are some schools that access exams. You know, some of the courses we want in university, like medicine or to go into law, they are filled by the time we are selected by schools. Some of those that have accessed the exams. What are you going to do to guarantee that those of us who work hard and get genuine grades, we also have a chance to compete for those courses? You know, why that was an emotional moment to me was I was being challenged by our children, kuulizwa, because some things had happened in the past that were not right and so on. That is the same moment we are facing in the country today. The younger members of our society are asking the same questions. We've been on this forever, 62 years after independence. There are questions about inclusion, there are questions about fairness and objectivity, there are questions about accountability and so on. Will you step up, face us, and provide an opportunity for that? That is the question that I can hear being asked, and my answer is yes. Okay. That is it. So mimi vile ninaona how we are moving forward on this matter. Let us answer the national questions that are being asked. Okay. These questions require people who can get something done. Then the usual drama and PR, you are going to see it. You wait until the campaigns proper begin. You know, people are marshalling resources to pay bloggers to clean them. They are paying all manner of things. You will see all these things. It's upon the people of Kenya to decide. And I think what we need, and the question has already been placed. The issue is how do we go forward and ensure that that is done for the sake of our Wacha niulize hii directly, Mheshimiwa. Wewe ni kiongozi aina gani? Kwa sababu watu wengine wanakuchukulia kama kiongozi mkali ama mwenye kiburi. Well, you see, first of all, mimi naheshimu mawazo na maoni ya wale wengine. Kwa sababu unajua uwezi kujiona wewe mwenyewe. Tofauti ya private and public life ni kwamba ukiwa katika public life, wananchi wanakuona na wanaona ile kazi unafanya, na wao wenyewe ndio wanaweza kusema vile wanakuona. Kwa hivyo kwanza sitaki wakosoa niseme you know, wale wanasema hayo wanasema ubaya kwamba mimi ni kiongozi mkali. Lakini unajua hii jamii yetu ya Kenya, mimi vile naona na nakwambia ukweli, kwa sababu kwa muda mrefu sana tumezoea viongozi wa kuongea na kupiga story na kupiga mdomo. Wale viongozi ambao wanazingatia utekelezaji, delivery and getting results done, wanaonekana kama ni viongozi wakali. Mimi nafikiri ukali wangu unatokana na kule kusisitiza kwamba kama tuliamuka kutoka manyumba yetu leo asubuhi, tukaambia watu pale kwa nyumba tunaenda kufanya kazi, tafadhali tuingie pale tufanye kazi.
na hiyo kazi ionekane, itaonekana kabisa na itajizungumzia hiyo kazi yenyewe. Wakati tulikuwa kwa serikali, na nimesema haya mara kwa mara, mimi nilikuwa namuuliza hata Mheshimiwa Rais wakati mwingine akinipea mamlaka, nilikuwa namuuliza what do you want to achieve, what result do you want to achieve, wewe unataka kuona nini hapa? Na kila wizara tukienda, Mheshimiwa Rais was very categorical in most cases, you know. Aliponipea for example ile task ya Kiomweri, aniambia mimi nataka hii maneno ya Kiomweri ishe in the next 3 months, kwa sababu sitaki kwenda kwa baraza siku nyingine alafu mama achomoke kutoka kwa halaiki ya wananchi pale akipiga mayowe eti bwana yake amekatwa kichwa na mwili hujapatikana na mambo kama hayo. Sasa mimi nikiingia hapo, mimi sitaki kuangalia left or right, na focus hiyo result niliambiwa na mkubwa. Ikifika tarehe 30 September tutoe title deed, Wakati nilienda kwa Ministry of Education, Rais aliniambia hii ushenzi inaendelea hapa ya kuiba mtihani itatuharibia jina na sisi tutakuja kusumbuka, na akaniambia wananchi kila mahali ninaenda ni nduru ndio hiyo inapigwa. Mimi sitaki maneno, nataka muhakikishe. In fact hata wakati alitutisha, alisema hii kitu kama mtatafisha mtafute nchi nyingine. Sasa mimi nikiamuka asubuhi kila ujao, kazi yangu ni kukusanya wenzangu wote katika hiyo wizara na kuambia my friend, results we want in easy. There's someone who described this. I can't remember whether it was Lee Kuan Yew or somebody, one of the big performers and big achieving leaders. That sometimes, my friends, leadership is all about achieving the objectives you have as a country, getting the results. You can stand up and say, while I was there, I did A, B, C, D. This is how results are realized. Na uongozi ni sawa. Tunaweza kupendana, tuambiane story, tuimbe, tukule pamoja, tudanganyane. Hizi lugha unasikia hapa hizi karibuni, ya kuunganisha waya, mimi ndio nilikwenda nikapanga, nikaunganisha waya, nikatenga, sijui nikafanya nini. That is not what the country wants. What the country wants results. You know, umefanya nini? Asubuhi waamuke wapate ile barabara imejengwa na hiyo. In fact at that time hata hakuna haja kujipiga kifua kwenda pale kusema eti mimi nilitengeneza barabara. Si sasa nikuulize wewe Katonyi, Thiba Dam ziko hapo Kirinyaga. Hakuna haja mtu kukwambia Thiba Dam ilijengwa namna gani? Si unaiona wewe mwenyewe kazi huko. Sasa mimi ni mtu wa kuzingatia kazi. Kama ni ukali, watu wanasema ni ukali hapo, ni mambo ya kuzingatia kazi. Na kama ni mambo ya hiyo kusema kiburi, mimi sijui wanasema nini, lakini ni ile kusisitiza kwamba mimi huwezi kunidistract, kunivuta hivi ama kuniambia hivi. Tukikubaliana yale tunafanya, mimi nafuatilia yale tulikubalia tufanye. Na hatuwezi kuanza safari kutoka hapa eti tunaenda kufanya kazi pande ile, tukifika njiani uanze sasa kuniambia unajua vile iko be a human being, unajua mambo hubadilikananga saa nyingine, wewe tubadilishe hivi. Sasa kama hiyo ndio inaonekana kama ni kiburi, mimi sijui, lakini mimi najua kwamba mimi ni mtu wa kuzingatia results. Na nikipewa kazi, utekelezaji ndio my greatest strength. Na kutekeleza natekeleza na watu wote. I can give you 100 names of senior civil servants I worked with in government. Wonderful men and women I love to this day because of the wonderful work we did together. Na ilikuwa tu kuwauliza wangwana tufanye nini hapa. Wakubwa wengine wa serikali mimi nilikuwa na wauliza nikiingia kwa wizara. You know, there are people I worked with, I can give you names of people I met in government ministries, fantastic, wonderful people. You ask them, hata mimi na wauliza kama waziri, mnataka tufanye namna gani? Wananiambia waziri, ukifanya hapa utavunja sheria, ukifanya hapa tuende namna hii. Utekelezaji. Naam, uliniuliza kuhusu kile ambacho Gen Z wanatazama wanapomtafuta kiongozi ambaye ataongoza mwaka 2027, na swala jingine ambalo wanatazama ni kiongozi ambaye ataheshimu katiba. Na katika mazungumzo na vijana hawa wanasema mauaji yamezidi. Zaidi ya vijana 60 walipoteza maisha yao katika maandamano ya mwaka jana ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Mwaka huu kukawa na maandamano mengine, zaidi ya vijana 30 tayari wamepoteza maisha yao. Wengine pia wamekukashifu kuhusu miili iliyopatikana Mto Yala. Na mauaji haya ya kiholela yanaonekana kuwa kidonda katika taifa hili na ni kala moto kwa serikali yote ile. Utawajibikiaje madai haya na utakuwa kiongozi wa aina gani katika kuheshimu katiba? Wakati tulianza mahojiano haya niliwaambia hivi. Mimi niseme tu kweli.
hatuna nchi bila katiba, na huwezi kuwa na serikali bila katiba, bila kuzingatia katiba. There is no government, we cannot have order without the constitution and the law, honestly speaking. Tukianza kuzungumza mambo mengine nje ya sheria na katiba, tunajidanganya. Mimi nimeheshimu katiba. Wakati wote nimekuwa katika utumishi wa umma, nimechukua kiapo. Kuna wakati tumetofautiana, hata wakati mwingine na wakubwa kwa serikali wengine. Mimi kila wakati nawaambia tunafuata katiba vile inasema. Na kwa sababu umeniuliza haya maswali, nataka nikueleze tu polepole vile yalivyo. Unajua, kwa sheria kwanza, ukiwa waziri wa usalama, vile nilikuwa waziri wa usalama, watu wanafikiri ukiwa katika wizara hiyo una nguvu kufanya kila kitu. That is not true. Constitution 2010 tulio nayo is very strict, especially on the ministers, because they know what you can do if you are not kept within a framework of control. Mimi nashukuru, nimesema haya wakati mwingine na katika sehemu zingine, kwamba nilipatika kuwa katika serikali na wanasheria wa ajabu sana. Mimi na mwenzi Professor Githu Muigai, ambaye alikuwa Attorney General wetu. I mean, probably one of the best lawyers that this country has ever produced. Smart brain. Secondly, retired Justice Kihara Kariuki. Fantastic people, very clever and very, very honest. Kila ukifanya kitu, unamuuliza Attorney General. Na hawa wawili, hawa wanasheria wakuu, kila wakati tukiwa na shida unaenda pale. Retired Justice Kariuki, very honest man, Christian, anakuambia waziri, sheria haikuruhusu kufanya haya, usifanye haya. Kwa hivyo wakati wote mimi nilikuwa kwa serikali, sisi tulifuata sheria katika utekelezaji wetu. Lakini nisungumuzie makosa ambayo yanafanywa na watumishi wengine wa serikali, wakiwemo maofisa wa usalama. Kwa sababu tuko na sheria. We are a country that is governed by the law. Tuko na sheria. Unajua Kituru, hata kwa kanisa kuna sheria na itikadi za kanisa. Nasema huyu ukiwa bishop ufanye hivi, ufanye hivi. Ukienda nje ya hiyo, kuna kikundi pale cha viongozi ambao watakaa waseme huyu bishop alifanya hivi, alifanya hivi. Sasa imefika wakati wa kuadhibiwa, na utaadhibiwa. Kutoka hapo utatolewa. Utaambiwa sasa wewe huwezi kuwa bishop siku nyingine tena. Haya mambo yote yanafanywa kwa sababu watu wote duniani wanajua binadamu mahali popote waliko lazima kuwe na uwezekano kwamba sheria itafunjwa ama sheria itakiukwa, na temptations to break the law are real in most cases. That is why police officers have got standing orders. That the code of conduct everywhere. That is why we have the penal code where crimes have been committed. What I have been emphasizing is that tusianze kuingiza porocho katika mambo ya security, for example. Kwa sababu the advice I took, that I treasure most myself when I was in government, is from some of my senior colleagues in the security sector. And for that, mimi naambia wa Kenya, honestly speaking, tunahitaji kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sababu tumekuwa na historia na desturi ya kuwafundisha maofisa wa usalama vizuri sana. Some of our leaders in the security sector are probably the best you can get in the region. And they're wonderful people. Wengi walikuwa wanatushauri musiingize siasa katika mambo ya security. Ikifika katika security, hiyo inatukutanisha sisi wote. Hakuna serikali, hakuna upinzani ikifika maneno ya security. What that means is that we be open and transparent and real serious when it comes to crimes that have been committed. That's why I have said before, mimi ndio mtu wa kwanza kusema kama kuna makosa ilifanyika wakati tulikuwa kwa hiyo wizara, ama makosa ilifanyika na mtu yote, iletwe hadharani so that ijulikane ni makosa gani ilifanyika na nani alifanya hayo makosa. Kwa sababu badala ya kusimama sasa waanze kusema too porojo to condemn people, I believe in the rule of law. And in cases that have happened, what are Kenyans asking? Kenyans are asking for accountability. Kwa hata hii maneno mauaji imefanyika wakati wa maandamano. And let all the institutions that are involved do their work. IPOA iko kama na kazi ya IPOA ni kuangalia mahali police have gone beyond the limits of their powers. And them, I mean, hawa watu hawakupigwa risasi na shetani, walipigwa risasi na binadamu. Lazima hawa binadamu wajulikane. And in fact, I can go further than that. Mimi naheshimu ile kazi nilikuwa nafanya, na naheshimu wenzangu katika
idara ya usalama, lakini there is a way you can go if you follow the records and so on and the proper investigations were done, you can pin down to the individual officers who are involved. Mheshimiwa, it's a fact. Wacha waadhibiwe. That's all we're asking. Mheshimiwa, ni ukweli kwa wakati ulipokuwa serikalini kuna miili ilipatikana Mtoyala. So swali ni hili, where does the buck stop? My friend, wajibikaji tupatie nani? Wakati maneno hiyo ilitokea, sisi wote tukiwa kwa serikali, tuliuliza polisi na DCI, wakafungua file, wakaanza investigation kwa hiyo maneno. Wakati tulitoka kwa serikali, walikuwa wanaendelea na uchunguzi ijulikane ni akina nani. In fact, when we wanted an inquest at that particular time, the security officer said an inquest is necessary when so many facts cannot be easily traced. Now we have the bodies. The members of the family or their next of kin will come and pick the bodies. We will conduct the investigation. We will piece together the facts from that point and get to the truth of the matter. So we said, fair enough, let us proceed. So the question is, you know, I have said this several times before. It's very easy to bandy blame around and throw blame around because it's politically convenient to do that kind of thing. Why can't we have open investigations? Why can't we make this matter open? Mtu akikuja mbele Gatonye aseme, mtu ambaye alifanya hii maneno ni Fred Matiang'i, sheria iko. Okay. I have never lived above the law in my life. So when you ask me about response, you ask me to make a decision and judgment on a matter that facts have not been brought out to light. And if we go that direction, we are going to repeat the same mistakes that are going on now, where there are problems and instead of solving the problems, ni siasa tunataka kufanya nayo. Mheshimiwa, tukianza haya mazungumzo ulisema serikali iko na mkono mrefu, serikali inajua kila kitu kinachofanyika. So sasa hivi unataka kutuambia serikali yenye ulikuwa unafanyia kazi haikujua ama haina habari? That is why, Gatonye, the DCI had opened the file. DCI had done investigations. There are reports in those files that need to be looked at. I didn't go away with them. And I will not deny that our officers did not know about the matter. Why can't they share what they know? That's what I'm saying. You see, I don't want blanket condemnation. Kusimama hapa kusema ni Kitura alifanya hivi ama ni Gatonye alifanya hivi na tena sasa tutoe lawama kwa Kitura ama kwa Gatonye is the same story we are saying. You are going around in circles instead of solving a problem. Why don't we actually solve this problem conclusively, all of us? Put all the facts that are available in the open. Okay. And let those who accountability go the direction investigations take us. So but you see, nisimame hapa niseme mtu ambaye alikuwa available. You know, people are very easy. I know what people would like to see happening in a situation like this is where you name people and say they should be condemned and so on and so forth. And I'm saying that is a very dangerous path to take for a country. What will solve our problems as a country is to be truthful and to focus on the reality that we have as it is. Kama makosa imefanyika na yule mtu amefanya makosa ijulikane. It's the same thing as a government saying ni upinzani ndio inalipa hawa watu. Huyu upinzani ni nani? Kuna mtu dunia hii anaitwa upinzani. There is nobody called upinzani. Somebody has a name. Kama ni Fred Matiang'i, enda kwa account zake muone vile alitoa pesa, akalipa nani, akalipa huyu, au wahuni wakuje waseme huyu ndio is the one who's running this gunzi culture in the country. Analipa huyu, evidence ipelekwe kwa magistrate namna hiyo. Naam, Daktari Fred Matiang'i, maandamano ya vijana wa Gen Z yamekuwa kala moto kwa serikali iliyoko mamlakani sasa. Na bila shaka vijana hawa wanataka wajibikaji serikalini. Na sasa waziri wa usalama wa ndani, nafasi ambayo ulikuwa umeshikilia wakati wa utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, amri ya piga risasi huwa Rais William Ruto anazungumzia kuhusu amri ya piga risasi miguu umiza. Amri hizi zinamaanisha nini? Na umekuwa waziri wa usalama wa ndani katika kukabiliana na waandamanaji. Well, my friend, I'm sure hata wewe mwenyewe unajua unataka nikuambie nini. Sababu sijui. Unataka nirudie yale hata wewe mwenyewe unajua. Sababu hata President Kibaki alikuwa anasema unataka nikuambie na wewe mwenyewe unajua. Unajua hizi ni nchi ya sheria na tunafuata sheria vile iko. There are cases I know as a former Minister of Security. There are cases I know where
it is allowed and or allowable under the law when there is active combat, especially if you are involved with bandits or terrorists, where you know, active combat, that is called active combat. And in cases of active combat, you know, of course, you can't tell officers not to shoot. Their lives are probably in danger. They are facing people probably more armed and better armed than themselves. I know that even me, when I was Minister for Interior, a number of times when we were dealing, especially with some active combat challenges, we encouraged our officers that the law covers them very well in cases of active combat with bandits and terrorists. But demonstrators are not terrorists. They are not even armed, as it were. And you know what the law says. The only rider I would like to add to this, and I'm doing it with utmost respect, and it should be seen that way. Unajua sisi tumelelewa katika mazingira yale ambao wale ambao wako katika ofisi ya rais tunawaita baba wa taifa, father of the nation, which means that wakati yote imekuwa vile imekuwa, kila mtu dunia hii, awe mtu wa upinzani, awe mtu wa kuandamana, awe ofisa wa usalama, wote wanaangalia katika ofisi moja kama final cover ya kila mtu ambaye ni Mkenya. That is why desturi yetu na historia yetu, sisi kama Wakenya tunaita wale ambao wako katika wale ambao wamebarikiwa kuingia katika ofisi hiyo, tunawaita, wanaitwa baba wa taifa. Hiyo ndio desturi tuko nayo. Kwa hivyo kuna matamshi mengine hata wakati kuko na shida, mimi ningesema tu kwa heshima kubwa, na nikisema hivyo ninajiunga na wale viongozi wengine kama Senator James Orengo na wale wengine ambao nimeona wamezungumzia haya maneno, kusema kwamba na wale ambao wanamsaidia Mheshimiwa Rais kwa hii kazi, kuhakikisha mara kwa mara kwamba wanamsaidia Mheshimiwa Rais kuhifadhi hiyo sifa. Waandamanaji wanaovamia vituo vya polisi wafanywe nini? Sababu tuliona zikichomwa zingine. Lakini unajua kwanza, you're asking us to pass judgment. We don't even know whether those are actually real organic or natural demonstrators who are burning police stations, or it was choreographed work. You know, when investigations have not been done, I can't pass judgment. You know, I'm very careful. I'm a former Minister of Security. I have to be very careful about the things that I say. I can't now say that there are people who I can't even use that kind of language. You know, you can't use that kind of language when you are a responsible leader. Who are those people? People have names, they have identities, as it were. And you know, by the way, I forgot to say this the last time I was in public. We invested a lot of resources when we were in government in the IC3. We have CCTV capability in most of Nairobi and some parts of Mombasa and so on. It is not very hard to actually isolate the identities of individuals who are involved in crime in Kenya. Secondly, also, by the way, Gatonya, just so that you know, our personal identification database, hata ile ambayo imehifadhiwa na DCI, kwanza ya vidole and so on, is probably one of the strongest in the region. That is why it is easy. When I say we have capacities that other people don't have, I mean it. Our security forces have got a lot of capacity, and to be absolutely fair and objective, our training of our security people is very good. They are very, very good. Okay. Which means they can actually get to the bottom of this matter, either A, if they were given the opportunity, or B, they are not interfered with in terms of how they do their work. Okay. That's why I'm saying I'm bleeding on this particular matter. It's not just so much about the interview. On this particular issue, if you allow me, mkinikubalia dakika moja, I have faith. I know most of the people who are senior in the security sector, because I worked with a number of them, and I know their capacity. They are good people. They can actually do a good job, or probably a different job, if there is less political pressure and less politicization. Because I can tell,
I am not a child. I am not a fool. I was in that sector for a long time. You can tell when there is extreme and negative political pressure on security sector actors. Okay. And for the sake of the country, that's why I'm saying, and I'm nikubalie niseme, for the sake of the country and the stability of our nation as we go forward, I wish that there was less of that. They are able to do a good job on their own, they have capacity and so on, and some of these incidents will not really happen. You can tell from some of the things that are happening, and me more than anyone else, you can tell clearly that there could be elements of politicization and elements of political pressure in this. I don't want to go into details of this because I don't have facts on this yet. I have not done investigations on this matter, and that is why I'm very hesitant and careful to pass judgment on this matter, because, as I said, me more than anyone else have to be very careful on this, because this is a sector I worked in for a long time and I understand it very well. Okay. Mheshimiwa, still on accountability. Uliwahi kuhukumiwa kwa kudharau amri za mahakama wakati ule ulikuwa minister wa intano, mambo ya passport cancellation. So sijui Wakenya watakuamini vipi ukiwa rais wa jamhuri pia utafuata amri kama hizi za mahakama? By the way, niwie radhi, wacha nikwambie tu ukweli. Umekosea. You have your facts wrong. Mimi sijahukumiwa kuhusu mambo ya passport cancellation anywhere in this world. What happened is that an appearance on a matter that was before a judge in court on the issue of Miguna, that happened while I was at the GSU headquarters for the pass out parade, and when that appearance did not happen, or we did not appear, we were said to have been in contempt of court. The matter went to the Court of Appeal. I don't want to talk about it because we are always advised not to comment about things when they are make sideline comment on what's in court. But otherwise, the truth of the matter is that there is not a single passport, not one, and I challenge you or anyone else to show me one that I cancelled. Naam, vijana wanalalamikia kuhusu ukatili wa maafisa wa polisi, na bila shaka ulikuwa waziri wa usalama wa ndani. Na hali ni ya kutomausha vijana wanapojitokeza barabarani kuandamana kuhusu utawala. Na tumeona hata baadhi ya maafisa wa polisi wakilalamika kuhusu hali ilivyo, pamoja na ukiukaji wa haki za binadamu na amri ambazo wanasema hazijafuata katiba kutoka kwa wakubwa wao. Wakati huo huo, vijana hawa wamechangamka katika mitandao ya kijamii, wana uwezo wa kubainisha afisa wa polisi ambaye anahusika na ukatili. Tazama kisa cha mchuzi wa barakoa Boniface Kariuki aliyepigwa risasi na Cleancy Barasa, afisa wa polisi. Je, vijana hawa katika masuala haya ya usalama wameinasa serikali katika kuwajibisha maafisa wa polisi katili? You know, if I may take this moment pia kuwaelimisha wasikilizaji na watazamaji. Kitur, our policing culture by tradition inaitwa policing in a civilian government context, kwamba serikali iliyoko katika Kenya imechaguliwa na wananchi, so that it's a civilian government that is playing oversight over the country. We are not a police state, or we are not a military state, as it were. Therefore, any actions by security forces are guided by the oversight of the civilian leaders of government. That's what happens. And tumebarikiwa tangu uhuru wetu 1963, hatujakuwa na wakati tuko katika chini ya ulinzi wa jeshi ama ulinzi wa security ambao hauzingatii katiba. Maana yake ni hii. The citizens have a right to ask questions of security officers, or to ask questions of officials of the security sector. Hata nikiwa waziri wa usalama, na nafikiri hata wale wako huku saa hii ni kitu wanafanya, kwa sababu ukienda kwa baraza, kama unaenda kufanya mkutano wa hadhara na chief na assistant chief na wale wengine, sheria inakuhitaji kwamba usikize pia hata wale wananchi ambao wako huko, kwa sababu hii ni serikali ya wananchi, serikali ya kidemokrasia ambayo imechaguliwa na wananchi. Kwa hivyo vijana wa Kenya wakiuliza maswali ama waseme ofisa fulani anaitwa fulani wa fulani alipatikana na hiyo ni haki yao. Na ndiposa katiba yetu iko na Independent Police Oversight Authority, kwa sababu ikiwa ni serikali ya wananchi ambayo ni serikali imeteuliwa kidemokrasia, lazima isikise wananchi na maoni ya wananchi kuhusu vile usalama wa nchi unalindwa.
Kwa hivyo vijana wa Kenya wakiuliza hayo maswali, wakisema ofisa wa polisi huyu amefanya haya, amefanya yale mengine, hawajakosea. They are very much within the law. They are doing the right thing. Now it is upon the leaders of the security sector wao wenyewe kuwajibika na kujibu hayo maswali, kusema la ilifanyika ama haikufanyika. Nikupe mfano. When I went to Harambee House, and I hope my colleagues then don't mind me saying this because it will best demonstrate to you what I mean. Wakati nifika pale, IPOA ilikuwa inaongozwa na Macharia Ncheru. He was the chairman of IPOA. Until the time I arrived there had never been a meeting between IPOA and the Minister for Interior. There was a relationship of animosity of some kind at that time. Mimi hata nilimpigia Macharia Ncheru simu, nikamwambia hata nataka kuja kwa ofisi ya IPOA. Tuzungumze pale. Nikaenda pale, yeye mwenyewe akanieleza. Nikaongea na Joseph Boynet, who was the Inspector General of Police. Kulikuwa hata na investigations zilikuwa zinaendelea wakati huo. Tukazungumza, tukaelewana. Kila mtu afanye kazi yake. IPOA iko na kazi yake ya kufanya, sisi wizara tuko na kazi yetu ya kufanya, na Inspector General wa Police ako na kazi yake ya kufanya. Na sheria inaeleza vile kila mmoja wetu atafanya kazi yetu. Kwa mfano, ukiwa waziri wa usalama, you cannot instruct the Inspector General of Police under the law. You can't. I mean, show me the law that allows you as a Minister for Interior to instruct the Inspector General. And I keep saying, mimi wakati nilikuwa hapo niliandika barua mbili. Niliandikia Boynet barua moja na niliandikia Mutiambai barua nyingine. Na kila wakati niliandika hizo barua, nilipitisha kwa Attorney General. Anieleze kama nimevunja sheria ama sijavunja sheria. Kwa hivyo wananchi kuhusika na kazi ya polisi ni mambo ya kawaida, ni sawa. Hawajafanya makosa yoyote. Ni wajibu wa wale ambao sasa wanasimamia idara hizo kuwajibika, kuchukua hayo ambayo yanaletwa, maoni ambayo yanaletwa. Hata sisi wakati tulikuwa kwa serikali tulipata memorandum nyingi, kila mahali nilikuwa naenda, nilikuwa mkutano Malindi, wakati mwingine hata kuna kesi zingine wewe mwenyewe huwezi kujua ukiwa hapa Nairobi. Wakati mwingine nilienda Malindi, nikapata familia nyingine wananingojea nje ya mkutano, mahali tulikuwa kwa mkutano, kusema kulikuwa na kesi ambayo ofisa wa polisi alikuwa amemnajisi mtoto pale, very ugly incident that had happened, na there was delay in terms of investigation and so on. Nikiwa hapo nilimpigia Inspector General simu, nikamwambia nimeambiwa haya mambo imefanyika namna hii. I can't announce here, you know, by the way, I can't discipline a police officer under the law. I'm the Minister for Interior, yes, but I can't discipline a police officer under the law. Sasa hii maneno wewe mwenyewe ndio utachukulia. Boynet alichukulia hayo maneno, kuanza mambo yao ya order room proceedings and so on and so forth, vile inatakiwa kufanya. So there is nothing new. I mean, I don't even see why we are spending time on discussing. If somebody says for example, or takes a picture or gets an officer getting involved in something and they complain to, that is what they are supposed to do. That is very much within the law. That is what they are supposed to do. And what they are doing is actually the correct thing. And I commend them for doing that. Now, the ball is in the court of those who are supposed to act. Wachukue mambo yote, waseme sasa tulipata ripoti hii, Gatonyi ameleta hii, Kithure alileta hii, na Fred Matiang'i alileta hii, na huyu mwingine alileta hii, lakini tumechunguza haya yote, tumepata ripoti ni hii na hii na hii. Hivyo ndivyo nchi inaendeshwa. There is nothing new in my honest view. Okay. And they are right to do that. Sure. Yeah. Mheshimiwa, tumalizie na masuala ya IEBC. Watu wengine wanasema hawana imani kabisa na IEBC ilivyo sasa. Sijui kauli yako ni gani? Waliapishwa last week. Yes, yes. Ninaelewa. Mimi sitaki, you know, I'm hesitant because I want to measure my responses, na nataka kuzungumzia maneno ambayo mimi najua ni ya kweli. Na ningependa kufanya uchunguzi kidogo na nisikize wengine. But what I need to say is this. Hii nchi yetu mahali tuko sahi, we cannot afford games around IEBC. Sababu tulienda kwa shida 2007 kwa sababu watu walikosa imani kwa IEBC, wakakosa imani kwa mahakama. Na hatuwezi kukosa imani kwa IEBC ama tukosa imani kwa mahakama ama vitengo vingine vya serikali alafu tufikiri tutakuwa na amani. Wale ambao wameingia IEBC, mimi sitaki kuanza kupass judgment kwanza. Ninataka kusema waelewe kwamba hatuwezi kuwa na amani kwa nchi kama wananchi wanafikiria kuna mchezo around IEBC. Na wasidhubutu kuleta mchezo kwa area hiyo, kwa sababu mchezo kwa area hiyo inamaanisha shida huko mbele.
Mimi ningependa tutashauriana na wenzangu, tutakaa chini, tutawaangalia vile wanafanya kazi, lakini nawahakikishia kwamba ikiwa ni msunguko ile ya kawaida na games hizi tunasikia zinapigwa hapa, hakika kutakuwa na shida. Wao ni Wakenya, wanaelewa nchi hii na wanaelewa mahali nchi hii iko. The best thing that can ever happen to this country is a free, fair and transparent election. Okay. The absence of that means unimaginable things I don't want to talk about. So for now, I don't want to pass judgment myself. All I want to insist is that I hope, I mean, they are not, I looked at their papers, wanaonekana wengine watu wamesoma sana, wengine ninawajua kwa sababu I know their qualifications, lakini waelewe kwamba tuliingia kwa shida nchi, tuko na historia ya kuingia kwa shida kwa sababu watu walipoteza imani katika IEBC. Sasa ni jukumu lao kuhakikisha kwamba Wakenya wana imani katika kazi yao, kwa sababu hiyo imani kama haitakuwepo inamaanisha tunaenda kwa shida. Baadhi ya viongozi wengine kama Women Rep wa Wajir amenukuliwa na vyombo vya habari akisema watamuibia President Rais William Ruto kura. Sijui mnalichukuliaje hili jambo? Unajua, hiyo ndio yale maneno nilikuwa nasema mbeleni. Na mniruhusu niseme haya nikiwa hapa kwa studio zenu. Shida za nchi yetu, karibu nusu ama zaidi ya shida za nchi yetu are man-made. Ni shida tumejiletea sisi wenyewe kupitia kwa uongozi duni na uongozi mbaya. Tuambiane tu ukweli, tuache kudanganyana. Our problems are related to vile sisi tumefanya management ya nchi. Na maneno kama hayo ambayo unaniuliza. Ukiangalia matamshi ya viongozi wengine, saa ingine unashangaa sana. Unakasirika. Kama ingekuwa mambo ambayo ni very serious kwa stability ya nchi yetu, ungesikia kucheka. Kwa sababu inawezekanaje tuko na shida kwa nchi, alafu watu wakubwa, viongozi ambao wamechaguliwa wanasema ni kabila moja iko na shida. Eti shida ni Wakikuyu wanataka kuharibu, ama ni watu kabila fulani wanataka kuharibu. Na shida ni ya watu wote sisi Kenya. Ukienda huko Homa Bay, Nduru ni hiyo, Migori ni hivyo, Kisii ni hivyo, Taita Taveta ni hivyo. Alafu uambiwe na mtu ambaye ni kiongozi eti ni shida ya kabila moja. Na tuko na shida hii yote katika Jamhuri ya Kenya. Badala ya kusuluhisha haya maneno, ndio niliwaambia mbeleni, shida tumekuwa nayo katika area hii tuko nayo. Hata last week nilikuwa kwa mkutano na viongozi wengine wa mashirika ya kibinafsi. Nilikuwa nawaambia desturi ya nchi, by this time we should not even be talking about elections. Kwa sababu tuko na serikali, lakini tumefika hapa, people are talking about elections and change of government because of the suffering and the problems they have had. Sisi wote sisi ni wazimu tuanze kuzungumza sasa maneno ya kura and so on. As a developing country, sasa hii tunapaswa kuwa to concentrate katika area ya kutengeneza nchi tufike mahali, maybe mwaka moja to elections is when you start talking about campaigns and going to meetings and so on. Lakini sasa wananchi wanatezeka, ndiposa wanauliza haya maneno. Sasa hayo matamushi unasema ya kusema eti tutaiba kura kama hazitatosha, ndio njia moja ya kuleta shida katika taifa. Na hao ambao wanazungumza hayo wanafikiri wanazungumza kwa sababu wanampendekeza ama wanamuunga mkono kiongozi wa taifa. Na wao wenyewe saa hii wameanza kujimba msingi wa shida kutengeneza. Mimi nawashauri viongozi wenzetu, hii nchi tuko sisi sote hapa na Mungu ametuweka hapa. Wakenya wote, wawe watu wa Mount Kenya, wawe watu wa Lake Victoria ama Indian Ocean, wherever they are, what they need is a government that works so that we build a country. Tuwachane na hii kasumba hii ya kugawanya watu na kwanza kuzungumza maneno. Mimi nilikuwa nafikiri huyo ni mtu kama ni kiongozi. Saa hii EACC kama ingekuwa inafanya kazi kupitia chapter 6, by now angekuwa anamtafuta kumprocess atoke kwa kazi. Because how can you say like, how can you speak like that in a democratic country? Naam, Daktari Fred Matiang'i, tutawezaje kubadilisha mfumo wetu wa siasa na uongozi humu nchini? Kampeni zinapofika, umezungumzia kuhusu ile ukabila unasheheni. Baada ya uchaguzi mkuu, upande mmoja unaonekana kutoridhishwa na matokeo ya uchaguzi. Tumekuwa katika hali hii
kwa miaka mingi na kwa chaguzi nyingi zilizofanyika. Tutabadilisha vipi hali? In fact, that's a very nice question you're asking. My rhetorical answer immediately is this. Ukiwa na viongozi wanazungumza kama huyu ambaye anasema tutabadilisha siasa namna gani, kama kuna watu hapa wanalipa mshahara na unajua wajumbe wa bunge wote wanalipa mshahara na public. Sasa tunawalipa mshahara kuzungumza maneno kama hayo, tutabadilisha siasa namna gani, siku gani? Haya ni maswali tunaweza kujiuliza sisi wote na viongozi wajiulize. Hatuwezi kuendelea namna hiyo, kuchukulia nchi yetu namna hiyo na mchezo, tufikiri eti kwamba tutabadilisha nchi na tutabadilisha siasa. That is why mimi narudia yale ambayo nilikuwa nasema mbeleni. Tafadhali Wakenya wenzangu, hii safari tunaenda mbele ya kutafuta uongozi na kutafuta mabadiliko katika uongozi wa taifa letu tukufu la Kenya. Tusiongozwe na chuki, na mapendeleo na ukabila. Kama tunasema kuna kitu ambacho kinahitaji kubadilishwa, tuzungumzie hilo jambo kama watu wazalendo ambao wanapenda nchi yao. Hivyo ndivyo tutabadilisha siasa ya nchi yetu. Tukianza sasa kusimama hapa kusema ni kabila fulani ama ni kabila fulani, ni kama kusema Kituru mimi nikipatika Mwenyezi Mungu, majaliwa ya Mwenyezi Mungu na Wakenya kwa mapenzi yao wanipee nafasi niwe rais wa nchi hii, kazi inishinde. Alafu sasa ile kazi imenishinda nianze kusema unajua ni Wakalenjin wanataka kunisumbua. Bani Wakalenjin wanisumbue? Wanataka huduma. Niwapee huduma, niende pale niwatumikie kama kiongozi wao. Wanahitaji masuala kama ni kilimo niyafanye. Capitation nikienda kwa shule inaenda shule zote, kila mwana Kenya anatosheka. Kama kuna mambo ya usalama, kila mwana Kenya mahali yako, awe Kericho, awe Nyeri, awe Bomet, awe Nyamira, awe kila apate huduma. Kwa nini nianze kusema wananisumbua? Kwa nini wanisumbue? Kwa hivyo hatuwezi kubadilisha siasa yetu mpaka wakati ule sisi wenyewe tutazingatia mambo ya kazi, huduma na utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya nchi yetu. If we are not going to be focused on development, solution seeking and fixing the challenges of our country, we will continue. Na ukiniruhusu kwa dakika moja, haya mambo yote yanazungumzwa kwa sababu ya Waswahili wanasema mchagua jembe. Sasa kazi huwa ni kutuambia, sasa mambo wanatuambia ni story badala ya kazi. Mtu akikuja mbele yako anataka huduma, umpea huduma aende. Wakati mwingine hata kubuka ulikuwa kabila gani and so on. Sasa watu na story na wimbo tulianza kuimba ni Uhuru na hiyo serikali yake, mwaka mzima ukapotea. Mwaka wa pili tukaimba ni Raila na Wajaluo na Azimio, mwaka ukaenda. Tumeingia sasa wimbo mwingine mpya, mwaka huu unaenda. Next year tuanze wimbo mwingine. Tufanye kazi, that is it. Naomba nikurudisha nyuma kidogo kuhusu mauaji ya kiholela. Na kutokana na hali hii ya mauaji ya kiholela, sasa aliyekuwa Jaji Mkuu David Maraga anazungumzia kuhusu uwezekano wa Rais William Ruto kujipata katika mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC. Vile vile tumemwona mshirika wako wa kisiasa, kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua anazungumzia kuhusu hilo. Hii ni njama ya upinzani ama ndo hali halisi ya mambo? Unajua hiyo inaitwa conspiracy theories. Ni vile mtu anakuambia umevaa shati nyekundu na tai nyekundu, unaanza kusema hao watu walinipangia. Walikupangia wapi na shati nyekundu umevaa? Ni a straightforward matter, you can see. Sasa unajua watu wakisema makosa imefanyika na sisi wenyewe we have signed up to the statutes and so on. And when we have signed up to the Rome Statute and all these, investigations will follow. Sasa unaweza kusema ni watu fulani wamekupangia. Watu gani? Unajua hii conspiracy yote na hii projo inatokana wakati watu hawafanyi kazi. Unajua ni ile tulikuwa tunacheka zamani tukiwa shule, I did not do my homework because I got into my books. Or because the river was overflowing and so on and so. I mean, what, honestly speaking, anyway, siku hizi watu wananiadvise kwamba kwa sababu ninataka kuuliza kazi ya kitaifa ni badilisha lugha yangu. You know, long time ago I used to say that is absolute nonsense. Really. Liseme hapa. Yeah, it's absolute nonsense. The truth is supposed to be what it is. You can see what it is. Ukifanya kitu umefanya kitu. Huwezi kuanza kusema ni fulani wananipangia, ni fulani walinipangia, ni yule mwingine alinipangia. Wanakupangia kwa nini? I mean, it's a straightforward kazi. Kama nikiamuka asubuhi naendesha gari nikienda town, niende nigonge mtu wa bodaboda pale kwa makosa.
What is the best thing to do? Nisimamishe gari nitoke nje nimwambie muungwana I'm sorry, mimi sikuwa naona unavuka hapa, ama kuna makosa, traffic police officer atakuja Gatonye atuambie Gatonye ako right, wewe uko wrong and so on. Na ukiambiwa hivyo mwambie insurance ni pesa ngapi. That's why I've taken insurance. Why do we take, this is why I find maybe that's why I'm not fit for politics. Why do we straightforward issues that are clear? Ni kitu wewe unaweza kuona hadharani mchana unaona vile iko. Alafu unasema umepangiwa. Kuna mtu anaitwa upinzani dunia hii. Hakuna mtu anaitwa upinzani. Hii mambo inaonekana wazi. Kwa hivyo mimi sijui, nikukuambia directly, mimi sijui njama ya mtu yeyote. Hao wote viongozi ambao wanazungumzia hayo maneno, wanazungumzia mambo ambayo yako. Ukifanya makosa utaadhibiwa. Kama utaadhibiwa kitaifa, utaadhibiwa kimataifa. So mbona tulisaini Rome Statutes kama hatuamini kuadhibiwa kimataifa? Lakini pia tumesikia, si unajua marais ambao wako saa hii, former president Charles Taylor of Liberia is seated in jail. Kwa nini? Alikuwa anapeperusha na anapeleka silaha Sierra Leone kwa rebels ambao wanakata watu mikono and so on. Sasa wewe unajua mwenyewe ukianza kupea rebels silaha na ukifanya maneno kama hayo utapelekwa pale kwa ile koti na utaadhibiwa. Unawezaje kusema unapangiwa na nani? Lakini mheshimiwa, tumesikia tetesi kwamba Uhuru Kenyatta hakuwa na msukumo kama huo, Kibaki pia hakusukumwa vile. Uhuru hakupeleka silaha kwa rebels kwa nchi jirani. Kibaki hakupeleka silaha kwa rebels kwa nchi jirani ama mahali kama hivyo. Mimi sijui. Wewe unajua hii mambo haikufanyika. Kama kitu imefanyika saa hii, huwezi kusema inafanyika kwa sababu ya ukabila. Mimi hatukuwa na maneno. Mimi nilikuwa waziri wa usalama, nilikuwa serikali miaka 5. Tulikuwa na maandamano hakika. Kiongozi wa upinzani hata alienda pale Uhuru Park kujiapisha wakati huo. Tulikaa pale tukiwa kwa room, control room. I was the minister for interior that time, in charge of that. Nimekaa pale na watu wote na generals wote tumekaa nao pale. Tuliamua hapo tukienda hata tukipiga hata mtu mmoja stambiti ile tatokana pale Uhuru Park watu watakufa. Tukakubaliana hawa wangwana wanaelewa inji, wacha waende pale watafanya nini? Si wataenda pale watajaribu kujiapisha na wataona hata wao vile President Kibaki alikuwa anasema wanajienjoy. Watamaliza kujienjoy wataenda nyumbani. Na walienda nyumbani wakati walimaliza kujienjoy, hakukuwa na risasi ilitupwa, hakuna mtu aliuawa. Tulikuwa hapa siku hiyo. Sasa uwezi kusema mbona siku ile hatukumpangia Uhuru alipiga nani risasi? Uhuru Park yule alienda akajaribu kujiabisha akajienjoy pale, saa 12 ikafika jioni kila mtu tukaenda zote nyumbani. Hata Uhuru wako hapa alikuwa Ethiopia kwa mkutano, alipokuja nyumbani akaendesha gari mzuri akaenda nyumbani, hatukuwa na shida, hakuna mtu alipigwa risasi, hakuna mtu alisumbuliwa, na tulikuwa sote pamoja kwa control room siku hiyo sote, Inspector General, CDF, Director Intelligence, nilikuwa hapo mimi nimeketi, tukiamua tutafanya namna gani, tukakubaliana sisi wote hakuna mtu atapigwa risasi hapa, hakuna mtu atasumbuliwa, kwa sababu wale wangwana ni haki yao kuona vile wanafanya, wanavunja sheria, lakini unajua ni wa Kenya, there is about 4 or 5,000 people there at Uhuru Park. Ukijaribu kufanya kitu you will lose lives. Tukakubaliana wacha tungojee mpaka jioni. Wale ni watu wakubwa, wengine wamesoma sana, wanaelewa kwamba that is not how president is sworn in. The steam will come down. Watamaliza kujienjoy, wataenda nyumbani. Na walienda, hakukuwa na shida. Sasa uwezi kusema eti mbona Uhuru hakupangiwa? Angepangiwa kwa allowing a meeting in Uhuru Park that did not have violence. Umezungumzia kuhusu kinara wa chama cha ODM wakati huo kujiapisha. Na tazama, kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, kinara huu wa chama cha ODM wakati huo ndani ya muungano wa Azimio alizungumzia kuhusu mazungumzo ambayo mliyafanya pamoja na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, na ulionekana kama mmoja ya chaguo kuhusu kuwania urais, lakini akasema baadaye kwa hekima zenu mkaona Raila Odinga awe mgombea wa urais. Na sasa Raila Odinga anaonekana kushirikiana na Rais William Ruto. Kuna uwezekano wa Raila Odinga kufanya kazi na wewe? You know my friend, vile nilikwambia mimi sitaki kuingilia mambo ya porojo na siasa ya watu wengine hapa. Hao viongozi wote unazungumza wote, mimi naheshimu viongozi wote katika na Jamhuri ya Kenya. Na mimi I'm very fortunate, namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mimi sina shida na mtu yote. Hakuna mtu Kenya hii wa siasa national leader who can say that mimi have a grudge against them ama niko na shida na wao. Labda ndivyo nyinyi mnasema eti mimi ni mwanasiasa form 1. Mimi sina shida na mtu. Na hayo mambo yalifanya, tulikuwa na mazungumzo na watu wengi sana hapo 2022 by the way.
kwa sababu ni vile mtu una express interest, vile nime express interest mwaka huu. Si tunazungumza sana na viongozi wengi sana, upinzani wengine hata wako kwa pande ile wanatukuja kutuuliza maswali kama tunaweza kutembea pamoja safari hiyo tukienda hapo mbele nini, wanaweza kutuunga mkono, wengine wanatuambia and so on and so forth. It's a nature of politics in life. I don't read too much into it and so on. And I can't anticipate a national leader of the stature of the former prime minister. I can't anticipate him. Hao ni watu ambao wamekuwa kwa uongozi wa kitaifa na siasa kwa muda mrefu. Mimi sijaongea na yeye hivi karibuni nijue maoni yake yako na magani vile anataka tuendelee mbele. Ukifika wakati wa kuzungumza watu, mimi plan yangu ni I maintain that philosophy of come one come all. Tutafanya kazi pamoja na wale wote ambao wanania kama yetu ya kubadilisha maisha ya nchi yetu ya Kenya na kutoa nafasi mwafaka ya kutumikia taifa la Kenya. Ikiwa kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu mimi ndio nitapewa hiyo nafasi, nitafanya vile nitakavyoweza na vile Mwenyezi Mungu atanisaidia na atanibariki, nitoe mchango wangu kama mwananchi wa Kenya. That is all. Naam, sasa tukimalizia, bila shaka kuna azma ya kuwania urais, na kuna kiti hiki cha naibu rais kinaonekana kuwa kiti cha mfarakano katika siasa zetu hapa nchini Kenya. Tazama mgogoro ambao ulikuwepo wa kisiasa kati ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta na rais wa sasa William Ruto alipokuwa naibu wake. Sasa tunazungumzia kuhusu Rigathi Gachagua ambaye tayari amebanduliwa. Waliingia pamoja na rais William Ruto. Iwapo utachaguliwa kuwa rais, naibu wako atakuwa wa aina gani, na je, haya yatatokea tena? Well, my friend, mimi sinjakuwa naibu wa rais. Wacha nianzie hapo. Iwapo utachagua kuwa rais. Ngoja, sinjakuwa naibu wa rais. Namba 2, unajua uwezi kuvuka daraja mapema. You cannot cross a bridge in advance. Sinjafika hiyo daraja. Nikifika hiyo daraja, tutavuka hiyo daraja na tutapanga vile tutavuka hiyo daraja. Uwezi kusema nikifika kwa ile daraja kati ya Sotiki na Nyamira nitaruka ama nitafanya namna gani. Ngoja tufike kwa hiyo daraja, tutaamua vile tutavuka hiyo daraja tukifika huko. Asante sana. Naam, nikupe nafasi ya kutoa kauli zako za mwisho, nafahamisha tunafunga sasa. No, mimi nawashukuru nyinyi wote na vile mmeona leo. Hata kama nilikuwa kasirika and I was a little bit frustrated last week when I did not go to Meru for reasons I told you, because at the Thursday hiyo siku hiyo nilikuwa niende Meru, nilienda tu breakfast meeting ile nilikuwa nayo kabla ya kwenda Meru, nikarudi nyumbani, nimekaa nyumbani the whole day that day kwa sababu nilikuwa frustrated sana. So nilikuwa na hamu sana ya kwenda Meru for the cultural reasons I told you. Mimi bado nataka kufanya ile safari kama ile ya Obama alifanya kwenda Siaya. Niende nilale Akedhi huko. Alafu nigonge pale sababu my uncles wananiambianga huko part of our mbili kokodi iko mahali huko. Lakini sawa tu, Mungu atatoa nafasi nyingine ya kwenda huko siku hiyo. Lakini unaona mimi ya masuala ya ujenzi wa taifa letu na maendeleo ya taifa letu mimi nayazungumzia kwa furaha, kwa sababu mimi sina emotional hard feelings about anybody, shida na mtu yeyote. Mimi tu ni yule Mkenya ambaye anatafuta nafasi ya kutoa mchango kwa nchi yake. Nikiwa na Mungu akinibariki na nipate bahati nipewe nafasi ya kutoa mchango kwa nchi yangu, I promise Kenyans that we will address some of these challenges. But my parting words, my brothers, are these, because you are Kenyans. Countries go through situations such as we are going through right now. The worst thing that can ever happen to all of us is to lose hope in our country, to sometimes feel like get discouraged and give up in the face of these challenges. I know I have been talking to a lot of people, especially when I talk to a lot of my friends from the Mount Kenya region who are very angry and frustrated. In fact, I was talking to somebody last evening who was telling me, unajua, tunafanywa like we're getting collective punishment like it used to happen during the colonial period. Watu walikuwa wanaweka concentration camp, so we are now getting, tunapata adhabu ya kijumla sisi wote and so on and so forth. And I told them what I am telling you today, that this happens and circumstances that happen, they happen over a period of time, and they are meant to educate us and make us better people. We are the long distance running country. We are a resilient country. We have the capacity, and this is what gives me hope and pride. Kenya has got incredible capacity. We will rise up again.
And as one great person said, our happiness and pride is not in never failing, but in rising up every time we fail. That, you know, we will get challenges such as this, we will come together, we'll close ranks, we'll crank up, dust ourselves up and get moving. Alafu tuende mbele na safari ya kujenga taifa letu. Na siku zetu za usoni are better, we'll be a better people, we'll do great things for our country, especially finally the blessing we have of the youthful population that we have, skilled, very patriotic. You know, Kenyans who tell you they don't want to move out of the country, they want to be here, they want to develop their country and live here. This is their home on earth. I mean, what more do we ask? That is it. All we need to do is make our contribution. Mimi nataka kutoa mchango wangu. I may not have everything, but I will give everything that I have. And God bless you. Thank you. Na asante sana Daktari Fred Okengo Matiang'i, aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani wakati wa utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Na vile vile mgombea wa urais ndivyo anavyosema atakuwa debeni mwaka 2027. Bila shaka umesikia maono yake na amefafanua kwa undani kuhusu sera mbalimbali. Asante sana mtazamaji na msikilizaji wetu wa vituo vyote vya Media Max kwa kutenga muda wako takriban saa 2 kusikiliza mahojiano hayo muhimu kabisa na Daktari Fred Okengo Matiang'i. Ndio mwisho wa mahojiano yetu hapa ndani ya studio zetu za muda kutoka Karen hapa jijini Nairobi. Bila shaka Media Max inamiliki vituo 5 vya redio. Nazungumzia kuhusu Kameme FM, Milele FM, Mayan FM, Meru FM, Msenangu FM na Emo FM. Vituo 2 vya runinga. Matangazo haya yamekuwa mbashara ndani ya K24 TV, Kameme TV na vile vile gazeti la pekee kabisa la People Daily. Shukrani sana kwa kutazama na kusikiza. Mimi ni Daniel Kitu, mwenzangu amekuwa Gatonya Mbugwa kutoka Radio Kameme.